Bwana asifiwe. Wengine mlikuwa na mbuzi yenu na mkutuitia. Si tuliwaitia mkakataa. Tulikuwa na siku njema sana hapa, tulikula, nilisema tutabwaga mapishi, na mapishi yalibwagwa hakubwagwa? Si yalibwagwa. Tulikula tukashiba na tukafurahia. Tunataka kushukuru mtume kwa sababu ya kuchukua hiyo nafasi kutupatia hiyo sikukuu. Vile vile alibariki watoto wetu na kaweza kuwaelekeza kwa njia ambazo ni za Mungu, na kwa hivyo tunataka kumshukuru sana kwa hayo. Vile vile tuko na sikukuu ya Krismasi ambayo inakuja tarehe 25, na bado vile vile tunawakaribisha sana katika ile dhehebu. Sisi ni familia, njooni hapa, usikae kwa nyumba, njoo hapa. Pia mapishi itakuwa imebagwa tena. Mtume wetu ametushughulikia kabambe hii mwaka, kwa hivyo tuwe hapa na tutakuwa na karamu yetu hiyo siku, na hiyo siku ndio tunabariki wazee wetu na kuwaweza pia kuwaombea. Bwana asifiwe. Wamekuwa waombezi wetu mwaka mzima, kwa hivyo ile siku ni vizuri pia tunashika hiyo siku tuwaombee na tuwabariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujipange, tulisema hakuna ushago. Ushago imerudi hapa, baba amepatikana, kwa hivyo hapa ndio ushago, si ndio? Bwana asifiwe. Kesha yetu ya tarehe 31 Madhati Fast kesha ipo imeandaliwa na mikakati imekamilika. Kwa hivyo tunakaribisha sana tena katika ile mkesha, ili tuweze kuelekezwa mwaka mpya na kuupokea kwa bwembwe na furaha katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. There is what there is in a place. Kwa nyumba yako ni madhabahu pia, kama uifanya madhabahu, lakini madhabahu iko hapa. Ni vizuri tujumuike pamoja, tukuje tunenee mwaka. Bwana asifiwe. Yes. Vile vile kuna yale matangazo tulifanya ya wale ambao waliomba nafasi za kufanya kazi hapa, na bado hiyo fomu tutaiweka pale kwa ile dawati wiki nzima. Leteni contact zetu, kwa sababu kama haukuweka contact hakuna mtu amekuita, na sababu sasa itakuwa umejaza bure. Kwa hivyo tafadhali hii wiki jijumuishe, uje pale ili uweze kujiandikisha, kuweka nambari yako ya simu ili tukuite interview na tuweze kukuweka katika kazi ambayo unafaa. Bwana asifiwe. Vile vile tuko na leo wanaume kwa nyumba. Bwana asifiwe. Wanaume wako wapi? Leo tutakuwa na mkutano wa wanaume. Kwa hivyo leo tukimaliza ibada, tafadhali wanaume, tunaanza mkutano wetu rasmi leo. Na kwa hivyo huyu kaka atashikilia, mnamuona, simama kidogo, tatushikilia muende kwake mahali yuko, tutaweza kushughulika na wanaume. Na wanaume tunasema, nimesema wanaume kwa sababu pia youth ni wanaume. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sema mimi ni youth nisitangulie, I said all men. Wakuja pande ile, tutajadiliana naye tujue mwelekeo kwa wanaume. Hivyo hivyo wanawake pia, ladies, tutakuwa tunapatana pale. Tumbuwa tunapatana kila Jumapili ili tuweze kupanga mambo yetu. Wanawake wamejumuishwa sana kwa kupanga boma, kwa hivyo pia hili ni boma, na tunawasihi pia wawe hapa ili tuweze kujumuika na mambo ya hii boma. Na vile vile tukizungumzia maneno ya men, women, tujue hiyo Krismasi pia inatuhitaji. Mahali wewe ungetaka kuchangia, tafadhali njoo hapa uchangie. Bwana asifiwe. Tumekuwa tunafanya hivyo tukibariki pia wazee, lakini tulisema hii sasa ina mabadiliko kidogo. Tusilete vyakula, leteni pesa, tujumuishe hizo pesa pamoja, haba na haba, ujaza kibaba, ili tuweze kufanya bajeti yetu vizuri na tuweze kukamilisha mikakati yetu vizuri. Bwana asifiwe. Discipleship classes zinaendelea, na pia tuna darasa ambalo linaanza na tunaita New Believers class, ama ile ni darasa la wale ambao wameokoka, ili tuanze kuwafunza na kuwaelekeza katika njia za Mungu. Na kuna Pastor Nancy ambaye atakuwa anaongoza hicho kitengo cha discipleship New Believers. Vile vile kuna kitengo ya visitors, wakisaidiana na Carol itakuwa wanashughulikia visitors ambao wamekuja. Wageni wetu siku ya leo wamefika. Bwana asifiwe. Tuna mgeni kwa nyumba? Tuna mgeni? Hatuna. Wako njiani, na tulisema tuwe wainjilisti wema tuje na watu katika jina la katika dhehebu. Bwana asifiwe. Usikuje tu peke yako kabarikiwa peke yako. Kwa hivyo discipleship class, Pastor Nancy
tuna nambari yake, ni mhudumu wetu hapa, utaweza kumuona ili uweze kuelekezwa. New believers wale wameokoka hata last week ama within the week, tafadhali pia mnaweza kuona ili tuweze kuwaelekeza na kuwafunza katika hizo njia. Bwana asifiwe. Yes, and now to our online viewers. To our online viewers, we want to thank you very much for the continuous support that you have offered Synagogue or the Christ Crusaders Ministries. We thank you very much. You have been supportive, you have been praying for us, and you have really been good to us, and we really want to thank you for what you have done for us and Apostle Waruinge to see the gospel goes to another level. We continue to ask you to continue partnering with us so that we can continue propelling this gospel to the next level. Thank you very much. Kindly continue watching us through the Bethel TV. Continue watching us through the Ingira TV. Continue watching us on Facebook. And Facebook, we have 3 pages. We have the Ingira Wadora TV. We have Facebook Synagogue CFC. We have Facebook Apostle Waruinge Ministries. Kindly join us, and so that you can be able to be blessed together with us. Instagram, Apostle Waruinge. TikTok, Apostle Waruinge. Let us go there. Let us take the finger and like our page, comment and share. Share widely. Let us build this kingdom to the next level. Thank you very much, viewers, online viewers, and you're welcome to this service. Bwana asifiwe. Vile sasa wenyeji wetu bado tunaendelea kujiandikisha katika Besma, inaendelea. Mikakati mikubwa imefanyika hapa, ni banki mzima itakuwa hapa juu, second floor officially, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya kazi kubwa ambao mtume amefanya. Tumesema Mungu ambariki na endelee na kumnawirisha. Tunaponawiri katika mifuko yetu, pia yeye aendelee na kunawiri na kuinuliwa na kupata hekima na neema. Bwana asifiwe. Yes, and that's all about our announcements this week. Tunawakaribisha sana. Let us go to the next level as Beatrice leaders. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Agurechemba. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Agurechemba. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Agurechemba. Hallelujah, tumpigie Magi makofi. Natumai kila mmoja wetu ameshika matangazo. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. Tusimame kwa dakika chache sana, na tunapoimba huu wimbo kubali kushuhudia Mungu. Ile kipindi tuko ndani yake ni ya ushuhuda. Kwa hivyo usikalie ushuhuda kama ni wa mwaka huu. Usikalie ushuhuda kutoka Januari. Najua ni mengi Mungu amekutendea. Sio tu eti ulikuja Apostle akakubebea. Kuna miujiza mingi Mungu amekufanyia. Praise the name of the Lord. Hata mtoto wako kumaliza shule ni muujiza. Na kama wewe uko hapa ulimaliza form 4, kulikuwa na challenges mingi, lakini Mungu alikusaidia ukamaliza mtihani. Kwa hivyo kila mmoja wetu tungepewa nafasi, hakuna mwenye angekuwa na ushuhuda. Tunaimba place moja ya Angela ya kwamba inanibidi niseme matendo yake Bwana. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tupige makofi. Inanibidi niseme matendo yako Bwana. Inanibidi niimbe matendo yako Bwana. Inanibidi niseme matendo yako Bwana. Inanibidi niimbe matendo yako Bwana. Oh, wewe ni Mungu juu ya miungu. Wewe ni Bwana juu ya mabwana. Ufalme wako wadumu milele. Wewe
wewe ni Mungu juu ya miungu, wewe ni Bwana juu ya mabwana, ufalme wako ni wa milele. Wewe ni Mungu juu ya miungu, haleluya, wewe ni Bwana juu ya mabwana, ufalme wako ni wa milele. Inanibidi niimbe, inanibidi niseme, inanibidi nitangaze, oh, wewe ni Mungu juu ya miungu, wewe ni Bwana juu ya mabwana, ufalme wako ni milele. Wewe ni Mungu, oh, wewe ni Bwana juu ya mabwana, ufalme wako ni milele. Unatawala milele, unatawala milele, oh Baba, unatawala milele, unatawala milele, unatawala milele, unatawala milele, oh milele milele, Yesu ni mfalme, milele milele, Yesu ni mfalme, milele milele, Yesu ni mfalme, milele milele, Yesu ni mfalme. Uinuliwe milele, uinuliwe milele, oh uinuliwe milele, uinuliwe milele, oh Baba uinuliwe milele, uinuliwe milele, oh uinuliwe milele, uinuliwe milele, oh milele milele, Yesu ni mfalme, milele milele, Yesu ni milele milele milele, Yesu ni mfalme, milele milele, Yesu ni milele milele milele, Yesu ni mfalme, milele milele, Yesu ni milele milele, haleluya, Yesu ni mfalme, milele milele, Yesu ni mfalme. Tupigie Yesu makofi ya kwamba tutaishi kukiri wema wa Bwana. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Oh Yahweh, Yahweh uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Oh Yahweh, Yahweh uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, uliumba lakini haukuumbwa, jina lako jemedalini na kuinua, jina lako jemedalini na kupenda, umevuta jina langu kwenye laana, umevuta jina langu kwenye hukumu, ndiyo maana nakuinua Mungu wangu wewe, kwa sababu siko tena chini ya dhambi. Nawe uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Tukiketi chini tuimbe Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tukiketi chini tunapomalizia huo wimbo, umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, haleluya. Mungu wetu ni mwema. Wangapi wanayo kila sababu ya kumshujudu Bwana? Ametutendea mambo makubwa na ya ajabu.
Saa ikiwa saa 4 na ni kweli watu wameenda Christmas. Watu wameenda thiguku. Bwana pewe sifa. Natumai Sunday tutakuwa tumetoka thiguku. Sababu wakienda hivyo wanaenda Magi. Kuna siku utapraise uombe. Sisi sote kama tumeenda thiguku. Ukiwa wewe. Nangojea ushuhuda. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuko wengi. Bwana asifiwe. Ikiwa tunatoka ushago na tunakuja mpaka hapa, tuko wengi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna sababu tuwe hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mjiweke nguvu. Bwana asifiwe sana. Bwana ni mwema na ni mwaminifu. Nimesimama mahali hapa kutangaza wema wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa wageni naitwa Nancy Kihu. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu kuna wachungaji wanahubiri na hawajaokoka. Nimejua tu wakati ule nilienda darasa kusoma ya kwamba wengine inaweza kuwa ni kazi lakini hawajaokoka. Kwa hivyo nataka kusema Bwana amenitendea. Hapo nimefika sio kwa nguvu zangu. Nataka kutangaza wema wa Bwana tangu niingie katika hii ministry. Yes, ndio. Challenges ni mingi. Hallelujah. Siwezi kosa kusema hivyo. Ni kwa sababu katika safari ya biguni ukiona unaenda tu nywe kuna shida mahali. Bwana asifiwe sana. Ukiona unaenda hivyo, unanunua gari, unakuwa mchungaji, unaendelea maisha yako, hakuna kitu unasubuka nayo, kuna shida mahali. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiona ukienda kuna challenges hapa, unakaa kama umesuguka hapo, huendi, unaenda biguni. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo Bwana anakufanyia. Kuna kitu Bwana anatayarisha juu yako. Kwa kweli nilifurahi siku ya Friday. Friday nilikuwa na graduation. Na ninataka kusema hivi ya kwamba ni safari refu ili nifike hapo. Bwana asifiwe sana. Na ninataka kusema imechukua muda. Hallelujah. Kwa sababu hata sikuwa najijua, hata sikuwa ninajua mimi ni nani. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa na preach nikikuja katika hii madhabahu. Nilikuwa nafanya kila kitu. Hata watu nigesika. Lakini ingali nilikuwa na kasoro. Hallelujah. Nilikuwa na shida mahali. Bwana asifiwe sana. Na wakati tulienda mahali pale stadium. Hallelujah. Tukakuwa na COVID nyingi sana, kuko sana, kumambo mingi. Nikakaa chini nikajiuliza, Bwana asifiwe sana. What's wrong? Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kusema hivi ya kwamba nilitabiriwa nitakuwa pastor. Lakini ingali kwa moyo wangu nilikuwa ninaona ya kwamba ninafaa, ni nini ninahitaji? Hakuna kitu nahitaji. Nilikuja mahali hapa kama najua kupreach, nilikuja mahali hapa kama ninajua kila kitu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuhani wa nyumba hii akiongea, nilikuwa ninashindwa sasa anasema nini? Bwana asifiwe sana. Lakini wapendwa, wacheni nimwambie, ni vizuri kusoma. Ni vizuri kusoma. Bwana asifiwe sana. Mambo mengine utakuwa ukifanya na ujinga. Kwa sababu hiyo ndio inaletaga conflict. Mnakosana na huyu, mnakosana na huyu mko naye leo, ule hamuko naye kesho, huduma uko kwa hii, umehamia kwa ingine. Bwana asifiwe sana. Kusoma ni ya muhimu sana. Hallelujah. Na sio kusoma tu theory, Bible school. Hata kusomea, ikiwa my sister unajua unataka kusona nguo, tamani uwe designer. Somea hiyo kitu. Wacha kukata nguo vile unafikiria. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ukienda usome, utakuwa ukifanya kitu unaelewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata tailoring, hata nini. Bwana asifiwe sana. Hata wale naonanga masoja wako hapa nje, ni shule walienda. Bwana asifiwe sana. Ndio wao wakifaa hizo nguo. Kwa hivyo watu wengi wanapiga kuenda kusomea theology.
lakini ni vizuri sana kuenda. Hiyo ndio uelewe mambo. Kwa hivyo nikakuwa na graduation Friday. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nikisoma na ninataka kushukuru kuhani wa nyumba hii. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni kazi gumu sana anafanya. Bwana asifiwe sana. Nimesema anafanya kazi gumu kwa nini? Kwa sababu BTS ukiwa muibaji, Bwana asifiwe sana, ukikujaga mahali hapa unasema wewe ni apostle. Hiyo kofia uko nayo. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiingia kwa ule mlango, mkiendelea kuandamana na yeye na kupelekana na yeye, atajua wewe ni nani. Na atakutoa kwa hiyo akupeleke kwa yako. Na mtasukumana. Bwana asifiwe sana. Saa ingine wewe unasema ni nabii. Ukiingia mahali hapa atakwambia wewe ni evangelist. Hiyo ni kazi gumu. Kutolewa mahali unaona kama ya kwamba hapo ndio wewe uko sawa. Alice, uliingia hapa ukiwa mwalimu, lakini akikuangalia hivi mkipelekana na akiomba atakwambia wewe ni Asha. Imagine umekuja mahali hapa ukiwa pastor na saa hiyo anakuambia wewe ni Asha, enda pale. Mtasukumana. Lakini kwa hiyo point kuna kitu nataka muingize. Nikishukuru kwa sababu sitakawia sana. Nataka kusema hivi, ukikubali utakuwa na raha. Na kitambo ukubali, mtasukumana. Uko na kofia ya kwamba wewe ni pastor na anakuambia wewe ni Asha. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio sasa ile tunapigania katika nyumba. Ni kwa sababu ni lazima upangwe na ukubali ukae kwa kiatu yako. Bwana asifiwe. Ukivaa ya rusi, hiyo itaharibu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru kwa wale walikuja, walisikia wakakuja. Wana wa nyumba hii mlinishangaza. Mlinishangaza. Kwa wale walikuja walihakilisha, wale hawakukuja. Kwa hivyo pokeeni sifa na utukufu. Ni kwa sababu Bwana akipokea huyo utukufu ni lazima wewe ufanye jambo. Unajua watu wamezoea kuambia watu ya kwamba Mungu alifanya. Zingine ni watu wanafanya, utukufu ni wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni sisi tunafanya, lakini utukufu unachukuliwa na nani? Na Mungu. Kwa hivyo nimeshukuru sana na ninashukuru kuhani wa nyumba hii. Na kusema hivi ya kwamba aendelea tu kumsukuma mpaka mtu apelekwa mahali pake. Bwana asifiwe sana. Ikiwa umekuja huku na kofia ya kwamba wewe ni pasta, akikwambia wewe ni Asha, kubali. My sister, ukikubali safari itakuwa ndefu. Bwana ambariki. Na ninasema hivi ya kwamba ligeriganirwo gusoka watirikanire kugane wega Emmanueli wa Ngai nikiona nsioka kugane yeye na nsioka kugane wega. Kisomo ni kizuri. Kisomo ni kizuri. Na ukubali kufinywa na kupagwa. Hivyo unaonaga mtu anatoroka anarudi ni hiyo tu. Ni katika hiyo harakati ya kufinywa. Na mimi nilisema ile wimbo inaibangwa unifinyange, sitawaiba. Unifinyange. Ujue utafinywa wapi? Sitadhubutu. Unaiba, unaingia ndani, unaiba ukidhania ni kuiba. Oi. Wenye hawakuenda graduation kama mimi, tuone Pastor Nancy nyuma ya hema, tumuvalishe maua. It's always good to congratulate mtu akifanya kitu mzuri na akihitimu mahali popote pale pazuri, sio? Kwa hivyo kubali tumuone, umvalishe maua, umnunulie kachai. It's always good. Na najua kuna wengine wako kwa Bible school wataendelea ku graduate. Praise the name of the Lord. It's always good to gain knowledge wakati tunafanya kazi ya Mungu. Yes, tumekuwa pastors by calling, lakini it's always good to gain that knowledge. Tujue jinsi ya kufanya kazi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo usidanganywe, enda Bible school na usome. Kuna wenye wanasemanga wenye wameenda Bible school wanafanyanga through yale mafundisho, lakini hata sisi tulienda, kama mimi nilienda. Sijui hizo vitabu nilizipitia lini. So
as much as tunafanya kulingana na Roho Mtakatifu wa Mungu ni vizuri, sababu kuna mambo huwa tunajua. Ushuhuda mwingine tafadhali. Haleluya. Yale umenitendea Bwana siwezi. Bwana asifiwe sana. I just want to thank God for who He is to my life. I have a song, so I have not registered as a song with Beaches, but it's been pushing in my heart, but it's in my mother tongue. Those who can join me, they can join me because it's a testimony of my life. Negainaga ohoro mwega wa Jesu ria wagwĩrĩire agĩtiga ũnene wake agĩkua mũtĩ igũrũ nĩngakumagia mũkũri wakwa hamwe na andũ atheru nĩngagocaga mũkũri wakwa kĩũngano-inĩ kĩnene hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndorĩte Mwathani nĩanyonire akĩhĩmbĩria na moko akĩnjokia harĩ we nĩngakumagia mũkũri wakwa hamwe na andũ atheru. Haleluya. Nĩngagocaga mũkũri wakwa kĩũngano-inĩ kĩnene hĩndĩ ĩrĩa ndĩna magerio we nĩakanyũmĩrĩria nĩgetha tũgacemania na arata othe nĩngakumagia mũkũri wakwa hamwe na andũ atheru nĩngagocaga mũkũri wakwa kĩũngano-inĩ kĩnene. Kimasai hagaragĩria na Yesu ni Bwana Ngai hagaragĩria mene wale na bukuri beigei. God bless you. Tupigie makofi mazuri. Ya Kikuyu nimeshika. Ya Kimasai ndaigua kuharagerio, kuhagaria ruhiu, kuhagaria. Ni vizuri juu nimetoka na neno moja. Sasa nitashikanisha huko kwingine. Praise the name of the Lord. Katika hii nyumba tuko watu wengi, si ndio? Lakini tuko na wakolino watatu. Tuko watu na wakolino. Sasa najua naona wawili ni wa wasichana. Sasa naomba nipatie mbabas. Karibu. Tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri.
asifiwe. Yaani mimi ndio mbaba. Mimi sasa. Yeah. Naitwa Nicholas Wagai, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Haleluya. Wanafurahia Mungu nikiwa katika hii nyumba. Nilikuja bila kuelezewa na mtu. Hata sikuwa nimeona hata kwa social media. Bwana asifiwe. Niliona tu kwa kesha kama siku moja na nikasema nitakuja. Bwana asifiwe. Nikakuja na nikakuja na wengine. Bwana asifiwe. Neema ya mahali hapa inanifurahisha na Mungu wa mahali hapa anafanya kazi. Bwana asifiwe. Abia hiyo mwingine uko mahali panapostahili. Haujabahatisha. Bwana asifiwe. Najua kuna mtu anakaaga mahali akiwa na wasiwasi. Kama ni kujaribu unajaribu, acha kujaribu sasa. Acha hii nyumba ikakuwe ni yako. Simbarikiwe. Tumpigie makofi mazuri. Yes. Hatungejua hukuletwa bali Mungu mwenyewe alikuleta. Wengine wetu tumeona kwa YouTube tukakuja, tumeinvitiwa, tumekuja, lakini wewe Mungu alikuleta na Mungu akubariki kwa kuleta wengine. Praise the name of the Lord. Hiyo ni ushuhuda tosha ya kwamba ukijipata tu umeingia mahali hapa na ujui umeingiaje, ujue wewe ni Mungu amekuleta. Na usikuje kubahatisha, ugojee huyo amekuleta akutoe ile wakati atakutoa, si ujitoe. Yes, tuendelee. Tunaendelea vizuri. Kai. Hello. Bwana asifiwe. Ushuhuda tushuhudie Mungu. Amen, Pastor Koki. Tunashuhudia Bwana. Karibu tupigie Pastor Koki makofi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mwema asubuhi ya leo. Hata nami nitaimba wimbo ni salama rohoni mwangu. Kwa sababu Yesu ameniokoa, na kwa kuwa kama si yeye sijui tungelikuwa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuende kazi wale tunayojua wimbo. Amen. Kinanda. Tunaimbanga na kinanda. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni,
salama rohoni. Kwa jambo lolote unaloliona katika maisha, jiambie ni salama rohoni. Kwa hivyo kama vile Nancy amesema, kubali kufinywa. Unapofinywa utaundika sawa sawa. Sababu utawezaje kwenda kumhubiri mwenzako kwa injili usiyoijua? Ni lazima niife ili injili ikapata kukolea ulimwenguni kote. Mungu awabariki. Manjina anayesema na wewe ni mchungi Rose Koki, ameokoka. Yesu ni Bwana. Barikiwe sana. Usibanduke kuwa pamoja na sisi. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafurahi kuwa ndani yake Kristo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nafurahi kukaa ndani yake na atakudumu ndani yake. Nataka kumshukuru Mungu kwa wimbo. Hii ni wakati wa Christmas. Na wakati wa Christmas mambo ni mingi. Bado tuko harakati ya kwenda mbinguni. Tusisahau mahali tulitoka na mahali tunaelekea. Hingoe kirie hobila yalo gobairana halewe dale kinye yake hana maidoli jodele irie kafilo kaladi Angolo
Hii ni wimbo inaniwekanga nguvu sana. Na nikikumbuka hii wimbo najisikia nijiweke nguvu. Nikijua hii ni safari naenda. Hii ni wakati wa Desemba, usibebwe na jambo yote. Juu ya kwamba uko kwa safari, na hii safari lazima tuikamilishe. Haijalishi mambo gani iko kwa njia, iko kwa barabara, lakini lazima Roho wa Mungu hatutamwaibisha, lazima atasimamisha kanisa yenye itakuwa imekamilika mbele zake Baba. Kwa hivyo kila mmoja ajitahidi. Ona ya kwamba uko na tikiti. Hujakula tikiti, hujakula fare, uchika tikiti yako mzuri. Kijua wakati wote Roho wa Mungu anakunjia kanisa yake. Kaa tayari, kaa tayari na ili hiyo siku usiaibike. Kumbuka kuna wakati nilikuwa natembea na kama mjukuu, ananiambia nunua hii. Nikamwambia sasa nikinunua kitu kingine tutakula fare. Sasa unataka tuendelee kwa hapa? Hapana. Kwa hivyo na wewe sasa usikule fare ya kwenda mbinguni. Bwana awabariki sana. Hii ni uleta fare ya matwine tigiti wa guthii iguru onago mutharabaini uheanagwo ni Jesu. Leo kuna neema ya waibaji na wajoiningi praise team wanaibiaga tu huku chini ya maji. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naitwa Faith Wangeshi, nimeokoka na nafurahia kuwa at the house of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sio kawaida na usichukulie kuwa ni mazoea. Sio, yani usizoee yani hata kuja katika nyumba ya Bwana ni kwa amani, ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi wangetaka, ni wengi wangetamani, maybe wengine ni slaves, but as for us lazima tumuimbie Bwana na the word says that tusipomwimbia pia inaweza fanya nini? Inaweza muimbia, lakini kimwimbia juzi utakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na leo nitaimba na Kikuyu wimbo unasema gekiro kege. Gekiro kege it means that to another level. Na hatari nako utekege kiliata kege obekile. In the book of Ecclesiastes inasema that without Mungu hata milima yenye unaona, hata the trees, hata wewe pia haungeumbika. Nawe,
tondũũrie ngĩhota itarĩ nawe ndahoya mũkĩrio gĩkĩro nĩwe ngĩhota mũthamaki no ndĩ nawe nĩngũhota nĩ tondũ nĩwe mũnene wa ita. Haleluya. ngeretie baba maũndũ maingĩ ũkũrohora ngana no kwagĩrĩre nemetwo mwathani ngakũngoro ũkarĩu mwathani wĩkĩhoti na tondũ niĩ ngĩhota itarĩ nawe ndahoya gũkĩrio gĩkĩro nĩwe na tondũ niĩ ngĩhota itarĩ nawe ndahoya gũkĩrio gĩkĩro nĩwe Simoni Petero wamwĩtiria kĩgerera maĩndĩ athangania kĩanjia gũkĩrikĩra hinya waku baba ũkĩmũhonokia na tondũ niĩ ngĩhota itarĩ nawe ndahoya gũkĩrio gĩkĩro nĩwe na tondũ niĩ ngĩhota itarĩ nawe ndahoya gũkĩrio gĩkĩro nĩwe na tondũ niĩ ngĩhota itarĩ nawe ndahoya gũkĩrio gĩkĩro nĩwe na tondũ niĩ ngĩhota itarĩ nawe ndahoya gũkĩrio gĩkĩro nĩwe. Bwana Yesu asifiwe. Penyewe hauwezi, Mungu anaweza. Na pia ukitaka kupanda to another level, wewe huwezi jipandisha. But there is one in heaven. And anatujua kwa majina yetu sisi wote. Nambarikiwe sana. Tupigie Faith makofi mazuri. Ukijua huwezi bila Mungu, pigia Faith makofi mazuri. Yes. Kuna mwingine nimefungia juu niko karibu sana kufuga. Sarebi, aya. Sarebi iko wapi wimbo? Tumekawia bila kusikia Sarebi atuimbie akishuhudia akimalizia. Mam kuja kitambo Sarebi afikishe wimbo yake huko. Hallelujah. Yemete umagarire egacaria mũthamaki ngoria gĩthaka gũtigĩtwo mĩtĩ yothe ĩrĩ kĩharo mĩtĩ yothe ĩrĩ kĩharo nĩnyuĩ mwathurire mũtare ũtuĩke mũthamaki wanyu hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩkaramukayo akĩruru-inĩ kĩa nguo inyuothe thamaki ũyũ nĩ wa kwĩnyihia thamaki ũyũ nĩ wa kwĩnyihia mĩtĩ ĩyo yakinya kĩharo ĩkĩrorera mũtamaiyũ kĩona mũtamaiyũ wĩna riri ĩkĩũria ũtuĩke mũthamaki kĩũria ũtuĩke mũthamaki nĩnyuĩ mwathurire mũtare ũtuĩke mũthamaki wanyu hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩkaramukayo akĩruru-inĩ kĩa nguo-inĩ ũthamaki ũyũ nĩ wa kwĩnyihia thamaki ũyũ nĩ wa kwĩnyihia mũtamaiyũ kiuga ndũkwenda gũtuĩka mũthamaki wa ndigane na mũtĩ ũyũ wakwa mũruru nĩguo ndĩmũthamakagĩre nĩguo ndĩmũthamakagĩre nĩnyuĩ mwathurire mũtare ũtuĩke mũthamaki wanyu hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩkaramukayo kĩruru-inĩ kĩa nguo inyuothe ũthamaki ũyũ nĩ wa kũnyihia thamaki ũyũ nĩ wa kũnyihia mĩtĩ ĩyo yakinya kĩharo ĩkĩrorera mũthabibũ kĩona mũthabibũ wĩna riri ũkĩũria ũtuĩke mũthamaki kĩũria ũtuĩke mũthamaki nĩnyuĩ mwathurire mũtare ũtuĩke mũthamaki wanyu
Hĩndĩ riũa rĩkaramukayo akĩruru-inĩ kĩaguo inyuothe. Naguo thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia. Haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa majina naitwa Mary Waithera, mama Pamela, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Bwana apewe sifa. Ile imizo yenye niko nayo siku ya leo ni wakati wetu wa kunyenyekea. Haleluya. Ati ijarishi wewe unatoshanaje? Ijarishi wewe uko na pesa inatoshaje? Ijarishi wewe ni maskini anatoshaje? Ina ile kitu inamaanisha, ile kitu kinatakikana ni kunyenyekea na kukaa kama mapenzi ya Kristo. Haleluya. Kwa sababu wakati wa mfalme wa Mungu ikifika, Mungu hataangalia ati wewe unakaaje, wewe unakaa wapi, mimi naishi wapi. Haleluya. Ni jina lako na utukufu yako ndiye itakuongoza. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ile kitu iko tunyenyekee na tukae katika hivyo venye tumeambiwa. Hiyo mti ya motare, nyinyi najua wengine ni wa Kikuyu, wengine wenyewe wenye waelewi hiyo mti inaitwa motare. Ni kama jani kangine kana kuaga msituni, kana shikaga mtu nguo, kana kufuruta rongi, kana kurudisha nyuma. Haleluya. Na kako na mimba inakudunga ndunga. Haleluya. Lakini yako kalikubali kunyenyekea. Haleluya. Ikakuwa kuko na mudhafifu. Si mnajua pombe ya mudhafifu vile inakuaga, wale wanakunywaga na wenye nasikiaga iko na bei kali. Hao ndio wanajua. Haleluya. Ati ni tamu. Bwana apewe sifa. Na wewe ukienda kununua hiyo matunda, tunakula hata unastukia kabakuri mbele kana kwa hivyo kameisha na bado unatamani kukula. Bwana apewe sifa. Lakini hiyo yote walikataa kutii. Wakasema hawezi taka kukua mfalme. Mimi niwachana na hii matunda. Mti ingine inaitwa mogumo, nini motamayo ya Kikuyu, ukipasua kuni mpaka shoka inajikuja. Naye kwa sababu ni ngumu, ikasema haiwezi kuwa mfalme, lakini yako kama jani kalikubali. Haleluya. Sisi tujue sasa saa zile tuko hapa, tuko chini ya mtumishi wa Mungu. Bwana apewe sifa. Hata kama wewe kwenye unakuaga wewe ni mkubwa, sasa tuko chini yake, ni lazima tunyenyekee. Na yako juu chini ya Kristo, naye ndio atuongoze, ndio tuweze kusimama kama mapenzi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Mimi nimefurahi na nimekuja na wageni wangu kutoka huko. Nimewaambia kujeni turambe asali. Haleluya. Nikawaambia kujeni muone kwenye miwenda. Wamenitafuta, wamenikosa. Nikawashika mkono. Mutikia tumoko na igoro tumogaidia dugata cia Ngai. Haleluya. Nimewaambia sitawawacha. Bere nimeramba asali, nikasikia ni tamu, nikaanza kusikia ninanona. Bwana apewe sifa. Na mimi nikajua acha nimvute na yeye asikie. Na hivyo ndio watu wanaendaga. Bwana apewe sifa. Uwezi anza peke yako. Mwenye anaanzaga ni mwenye anatumwa na Roho mbele. Sisi utumwa tunaenda. Bwana apewe sifa. Na tukifika hapo tunafanya ile kazi Roho ametutu. Mwathani Ngai aheo goci. Ngai amurathime na mwende muno na tuturie wendo na tuturie thingu. Ngai ni amurathime. Tupigie mama Pamela makofi. Pamela jo kwa Mungu. Wambie Pamela akuje kwa Bwana. Halo. Naomba tu kwa dakika moja hivi. Moja ni hivi, moja. Hao watu umeambia wakuje warabe asali. Naomba tu niwape nafasi dakika moja. Watuambie naitwa nani, nimetoka. Na usirabe utoroke, usitumalizie tafadhali. Ni urabe na ukae ukirabaga. Karibuni sana. Tuwapigie makofi. Karibuni sana. Kujeni tu nyinyi wawili, kujeni tu. To have this kind of men in the house, it's not a joke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina ninaitwa Deacon David Mwangi, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nashiriki na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Nashukuru kuwa mahali hapa. Haleluya. Hii ni mara yangu ya 5 kukuja hapa.
lakini nimekuwa nikija katikati ya wiki. Wakati wangu wa kwanza nilikuja, it was on a Thursday. Alikuwa na mamu, tulikuwa tunashiriki naye kwa kanisa mahali fulani, lakini sasa amebadilika, si vile alikuwa. Haleluya! Kwa hivyo hapa kuna Mungu. Haleluya! Na wakati nilikuja hapa kulikuwa na mafundisho yalikuwa mazuri sana. Tukafundishwa, ilikuwa Genesis 22, wakati Abraham alikuwa anajaribiwa na Mungu amtolee mtoto yule ampendaye kama dhabihu. Haleluya! Na hiyo jambo ilikuwa ligumu sana, kwa sababu sioni vile Mungu atakwambia nitolee huyu mtoto wako, na alikuwa amemngojea for 100 years. Haleluya! Na tukafundishwa kuhusu tena Deuteronomy 28. Tukaambiwa kuhusu baraka za Mungu 28, ukisoma 1 mpaka 14. Alafu tukaambiwa tena pia laana za Mungu, ukisoma tena kuanzia 15 mpaka I think sijui kama ni 56 ama ni 38. Haleluya! Kwa hivyo mimi nimeona Mungu na nikawa ninakuja wakati kati ya wiki. Haleluya! Lakini Saturday nikiwa mahali kwa soko, kukakuja mnabii na akaanza kuhubiri. Haleluya! Na wakati alipohubiri akauliza, na kwa nyinyi nani anaitwa Mwangi? So mimi nikasimama, akaninenea mambo mengi sana nishawainenewa. Lakini kitu alinistua nayo, aliniambia, wewe si wa Full Gospel Churches Kenya. Haleluya! Ati nenda uhubiri mali yuko bara shia ko udoge hotana na unatakiwa kanisa ya kiroho. Haleluya! Kuna wakati nilikujaga hapa na nakumbuka alinialikaga Sunday, but sikukuja. Haleluya! Wakati kulikuwa na sherehe kwa hii kanisa, huyu mama alinialika na nikakuja. Haleluya! Na wakati nilipokuwa nikienda, apostle akaniita akaniambia kuja Sunday. Haleluya! Sasa leo hata sikuenda kanisani, nimesema sijui ni kwa nini jana nilete neno, nikaona sasa leo nikuje katika nyumba ya Mungu. Haleluya! Kuna mafundisho huwa inifurahisha. Iko Genesis 15 verse 7. Sijui kama tunaweza soma tu kidogo please. Genesis 15 verse 7. Na Kiswahili iko na Kiswahili nasema, kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Kalidayo nikupe nchi hii ili uimiliki. Haleluya! Kwa hivyo Mungu anatutoa kwa Wakalidayo, Mungu anatutoa kwa wachawi, Mungu anatutoa kwa watu wa roho mbaya, atulete ili apate kutubariki. Haleluya! Mungu anatutoa kwa makanisa zingine ambazo tumefungwa, ili atulete kwa kanisa zingine tupate kubarikiwa. Haleluya! Kuna wachawi wa kiroho na wako kwenye makanisa. Kuna wachungaji wa kiroho. Haleluya! Wanatufunga ushinde hapo ukizunguka. Haleluya! Lakini naamini mchungaji yule yuko hapa ni wa kubariki. Haleluya! Na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Mimi kwa majina naitwa Samuel Kamau na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimekaribishwa hapa na Mama Dave, na tangu nilipoingia hapa asubuhi ama hizo dakika nimekaa hapa, hakika nimebarikiwa. Nimehisi kwamba uwepo wa Mungu umejaa katika hii nyumba. Na nimefurahia sana sana sana, kwa sababu hata huo muda tumekuwa na Mama Dave, mimi nilishangaa kwa sababu vile alikuanga sivyo ako sahi. Na hakika mahali kuna Mungu hata si lazima uambiwe, angalia tu wale watu wanashiriki mahali hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimefurahia sana. Mimi nashiriki katika kanisa la CFF huko Dadora na nimefurahishwa pia na hapa. Bwana wabariki sana. Lakini kwa himizo yangu ni kwamba tukae vizuri, tukijua kwamba kuna mahali tunaendanga. Bwana asifiwe. Unajua mambo ya hapa ni mengi sana, na tunaweza tu fikiria tu ya hapa, tusahau kwamba sisi kuna mahali tunaendanga. Haleluya. Boto ina gatenei
tareke ndiruhutie hani to niru ndathimaga muno tondu riria ndari kuu ri ndinyonaga ona roho tari kuhihia mbiriirie niguo tareke ndiruine nĩ harĩ mũciĩ twetagĩrĩra gũthiĩ na tũtingĩhota kũingĩra tũhũ tũtakuĩte mĩtĩ itoya kwambĩrwo na thutha tũrũmĩrĩre mũhonokia Yesu nĩaratoria Yesu tũmũrũmĩrĩre na twambe twĩrege na tũkue mũtharaba koguo nĩ mũndũ wothe ũkwenda kũhonokia muoyo nĩahũte nĩ ũndũ wa Mwathani nĩngĩahũte nĩ ũndũ wa injili yake. Hiyo wimbo huwa inanibariki sana nĩ tondũ wa kũmenya nĩ harĩ mũciĩ twetagĩrĩra gũthiĩ na tũtikahota kũingĩra ũguo tũhũ. Ũguo nĩ mũndũ ũrĩa wothe ũkwenda kũingĩra mũciĩ ũcio akue mũtharaba wake. Mwathani aheo goci. Ũguo tũikare wega, tũikare ta airĩtu arĩa 10 na makĩria tũikare ta arĩa marĩ 5 arĩa maikarire matawa mao marĩ na maguta atĩ rĩrĩa mũhikania okire makĩingĩra hamwe. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ hatirĩ gĩconoko gĩgakorwo gĩkĩnene ta kĩa mũndũ mũhonoku mĩaka 10 mĩaka 20 no gwakinya mũthenya ũcio gwatuĩka nĩ ahingĩrĩrio nja nĩ gĩconoko kĩnene mũno. Ũguo tũikare wega, tũikare na ũthingu na Ngai nĩ agũtũrathima. Mbarikiweni sana. Amen. Bwana akubariki sana. Ninapomkaribisha Brian ili tuingie kwa worship, na tamani tu Salibi utuibie kifungo moja tu, utamalizia Sunday. Brian unapokaribia na Bwana atawabariki. Praise God. Amen. Praise God again. I am Badish Mwangangi. I'm a Saribi, so I do music. So I will bless you with one song. Sawa. Praise God. So DJ, give us. Zungala zungala na Kristole, inabidi tumsifu Bwana. Sare 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 bi answer. Yeah 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 na. Zungala zungala na Kristole, inabidi tumsifu Bwana. Sare 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 bi zungala. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer, nakupa sifa daima. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer, nakupa sifa daima. Nitakupa sifa forever. Baba umenifanya favor, hakuna jambo ngumu kwako, naponga resio wako. Nitakupa sifa forever. Baba umenifanya favor, hakuna jambo ngumu kwako, naponga resio wako. Nikupe nini ya radi sara, ulinipenda kanimejarara, msalaba ulininyosha nikang'ara, kwako nasimama imara. Zungalae zungalae zungalaya Yesu, zungalae zungalae zungalaya Yesu. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer, nakupa sifa daima. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer, nakupa sifa daima. Mawimbi ya kishetani yakinijia bila yetu siwezi vita, maisha yangu yote basi nimempa sana we Janita. Naizamini tena sana yule wa ulinzi wake, kwa msaliti na tenda baadaye naipa naenda zake. Natulia naye Yesu, nimekona ndiye mlinzi wangu, tena kuna mwingine, na naizamini
kanipa, mahitaji ya kimziki kanipa, ili niwahubirie kabisa. Inaita kanisa, mahitaji ya kimsingi kanipa, mahitaji ya kimziki kanipa, ili niwahubirie kabisa. Inaita kanisa, Johnny Johnny tucheze, Sungala ya Yesu, Johnny Johnny tuimbe, Sungala ya Kristo, Johnny Johnny tudanze, Sungala ya Yesu, Johnny Johnny tuimbe, Sungala ya Kristo. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer. Nakupa sifa daima. You're my Janita, you're my protector, you're my redeemer. Nakupa sifa daima. Zungala, 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 ya Kristo le. Saribi, Wasila Saria, Axis. Zungala hiyo. Haleluya, haleluya. Tupigie Salebi makofi. Be blessed. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni siku ambayo tumebarikiwa, si ndio? Kutoka kwa nyumba mpaka hapa, ushuhuda wa kwanza. Kukaa chini, kusimama vile unaambiwa usimame, ushuhuda wa pili. Kupumua hewa, wa tatu. Hallelujah. So there is nothing to take for granted as long as you are alive. Amen. Ningeomba tu tusimame ili tumwabudu Mungu kwa yote ambayo ametufanyia. When I was in Form 1, my teacher taught me in CRE, akaniambia, we don't praise or worship the Lord because he has done. We worship him because he is God and he deserves the worship. Yani baada ya kuumba kila kitu, aliona hajashiba, hajatosheka kwa sababu hawezi jiabudu. That's why we were created, for us to serve him. Hallelujah. For us to worship him. Achukue ibada yetu ikiwa manukato mbele zake, then the others shall follow. Amen. In Jesus name. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana, kwa hakika siku ya leo Yesu, nataka unitembelee baba yangu. Kama kuna nguvu ambazo huwa zinapenya katikati ya wimbo, basi wacha iwe leo Mungu wangu. Kama kuna neema ambayo inatembea katika uimbaji, katika ibada Yesu, wacha iwe kwangu siku ya leo. Kama kuna kile ambacho kinafanyika wakati ambapo tunaabudu, ilivyo katika neno lako, wacha iwe ni siku ya leo Jehova Jireh. Wacha Mungu wangu uweze kufungua anga katika uimbaji wa siku ya leo Baba. Na yote ambayo yatafanyika Mungu ya kufurahisha wewe, katika jina la Yesu. You're worthy Jesus. 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 Paza tu sauti yako, mwambie Yesu, Mungu ni mimi leo. This is my day, oh Lord. As I worship you, may you penetrate into my heart and do something. Yes. Hakuna linalo kushinda wewe Baba. Wewe ni Mungu juu ya vyote. Wewe ni Mungu juu ya vyote. Wewe ni Mungu juu ya vyote. Hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna
hakuna hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako. Funga macho yako, inua mikono, mwambie hakuna gumu kwako Baba yangu, hakuna gumu kwako. Kwa imani sema hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Baba we, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Baba yangu, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako. Sema kwa imani, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna jambo gumu mbele zako Baba Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Baba, hakuna hakuna gumu kwako Yesu, sema hakuna gumu kwako. Na wagonjwa wanapona Yesu, hakuna gumu kwako. Na wagonjwa wanapona Yesu, hakuna gumu kwako. Wafungwa wafunguliwa Yesu, hakuna gumu kwako. Wafungwa wafunguliwa Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, Yesu, hakuna gumu kwako. Sema hakuna gumu kwako Baba we, hakuna gumu kwako Yesu, Yesu, hakuna. Sema na wagonjwa wanapona, wagonjwa na wagonjwa wanapona Yesu, hakuna gumu kwako. Wagonjwa wanapona leo, wagonjwa wote, wagonjwa wanapona Yesu, hakuna gumu kwako. Wafungwa wafunguliwa leo, wafungwa
kwako Baba, hakuna ngumu kwako Yesu, Yesu, hakuna ngumu kwako. kuta za gereza za tingizika, Yesu, hakuna ngumu kwako. Kuta za gereza za tingizika, Yesu, hakuna kuta za gereza za tingizika, Gereza za tingizika, Yesu, hakuna ngumu sema kuta za gereza za tingizika, kuta za gereza za tingizika zinafunguka zote, Yesu, hakuna kuta za gereza zote zinatikizika leo, Yesu, hakuna ngumu kwako Baba, hakuna sema hakuna jambo ngumu mbele zako Baba, hakuna ngumu kwako Yesu, Baba, hakuna sema hakuna jambo ngumu mbele zako, hakuna ngumu kwako Yesu, hakuna ngumu Baba, hakuna jambo ngumu mbele zako, hakuna ngumu kwako Yesu, hakuna hakuna jambo ngumu kwako Baba, hakuna jambo ngumu kwako, hakuna jambo ngumu kwako Yesu, hakuna ngumu kwako, hakuna jambo ngumu kwako, sijaona jambo ngumu kwako Yesu, hakuna ngumu kwako, sijaona ngumu kwako, sijaona jambo ngumu mbele zako, sijaona jambo ngumu mbele zako, sijaona jambo ngumu mbele zako, wewe usiyeshindwa na lolote, wewe usiyepungukiwa na nguvu, wewe usiyepungukiwa na uwezo, wewe uliye na mamlaka Baba, rebo zata yanderebasaya, hakuna kama wewe Baba, haushindwi Yesu, haupungukiwi Baba, haupungukiwi Yesu, wewe unayeweza yote, wewe uliyeumba yote. Mwambie tu Yesu haushindwi Baba, mwambie tu Yesu haupungukiwi Yesu, mwambie tu Baba wewe usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Hakuna jambo ngumu kwako, hakuna jambo ngumu kwako, hakuna linalokushinda Baba, hakuna, 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 hakuna jambo ngumu kwako, hakuna usiloliweza Bwana, hakuna linalokulemea Yesu, hakuna lolote linalokushinda, hakuna, 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 hakuna. Yesu haushindwi, haushindwi Baba, haushindwi Yesu, haushindwi Baba, haushindwi Yesu. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufa. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa.
mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Baba, sikufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi. Unafanya mambo ambayo wanadamu Yesu, unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Haufananishwi Baba, haufananishwi Yesu, haufananishwi Baba. Unafanya mambo wanadamu Yesu, unatoa faraja haushindwi Yesu, unafanya unatoa faraja, unafanya mambo ambayo Yesu hakuna yote aliyeweza kufanya. Unatoa sadaka ambayo haufananishwi. Sema haufananishwi Baba, haufananishwi Yesu Baba, haufananishwi Baba, wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu wapasua bahari, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza wa mawimbi, Baba, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza wa mawimbi, kwa sauti ya upole sema wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishwi Baba yangu. Mwambie kwa sauti, wewe ni Mungu wangu maishani mwangu, wewe ni Mungu Baba, mpasua
wewe ni Mungu. Pasua bahari, haufananishwi Baba, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Pasua bahari, pasua bahari, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Inua mikono yako, sema haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi wewe, haufananishwi Bwana na kitu kingine. Haufananishwi wewe, haufananishwi na kitu kingine. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana haufananishwi. Just tell him, God, there is no one else like you. You are uncomparable. You are uncomparable, God. Just open your mouth and tell him, God, you are uncomparable, God. Haufananishwi Bwana. Haufananishwi Bwana. Just worship, continue. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. We bless you. We bless you. Hakuna, 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 hakuna usiloliweza. Hakuna, 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 hakuna usiloliweza. Somebody sing. Hakuna, 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 hakuna usiloliweza. Oh, hakuna, 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 hakuna usiloliweza. Oh, hakuna, 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 hakuna usiloliweza. Oh, hakuna, 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 hakuna usiloliweza. Inua mikono yako, sema hakuna, 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 hakuna usiloliweza. Hakuna, 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 hakuna usiloliweza. Inua sauti yako, sema hakuna, hakuna,
hakuna yo, hakuna, 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 hakuna usiloliweza. Hallelujah. Look at your neighbor. Mwangalie vizuri. Mwangalie vizuri. Mwambie, I made it through. I don't know how he did it, but I made through. Can you sing that song? Come here. Come here. Sing that song for us. 2 minutes. I made it through, and I don't know how I made it. I made it through, and I don't know how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through. Say, I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I don't know. But one thing I know, Jehovah took it, and that is how. Say again, I made it through, and I don't know how. I made it through, Jesus. But one thing I know, Jehovah took it, and that is how. I made it through. Say, I don't know how I did it. I made it through. I made it through. I don't know how I did. One thing I know, Jehovah took it, and that is how. I made it through. I made it. I don't know how. I made it through. One thing I know, Jehovah took it, and that is how I made it Hey! Hey! You're not shouting to Jesus. Hey! I say hey! I say hey! Listen to me. The devil is a liar. I made it through. They wanted you to die, but you made it. Slap your neighbor and say, I made it through. I don't know how I made it, but I made it through. Daudi anasema nilisukumwa ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Kama umesaidiwa na Bwana, inua mikono juu. Shout hallelujah! Hallelujah! Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi, utukufu wa Bwana unashuka. Yes. Geukia mwenzako mwambie behave. Behave. Ambia mwenzako behave. Behave. Yes. Wana vyombo, tulia kwanza. Ambia mwenzako behave.
Behave. Tulisema tunakamata muji. Na Apostle akasema kuna watu lori ikidunda shauri yako. Hallelujah. Ambia mwenzako behave. Sasa siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Ambia mwenzako behave. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Yes. 1, 2, 3, 10. Wapi makofi ya juu? Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Twende. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Twende. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Dada yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Twende. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Wapi shangwe na vigelegele? Inua Yesu, inua. 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 Tumuinue, tumuinue ae. Inua. Yesu ni Bwana. Mikono juu. Tumuinue. Inua. Yesu ni Bwana. Tafuta mwenzako tu. Tafuta mwenzako, usiwe na wasiwasi. Muziki inapigwa polepole tu. Tafuta mwenzako tu. Unamwambia zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo. Pole pole tu. Zambe wa moyo. Zambe wa moyo.
Patia mwenzako mkono vizuri, twende. Zambe wa moyo, zambe wa moyo, patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. 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 Haya, zunguka pole pole tu. Unazunguka ukisema zambe wa moyo, zambe wa moyo, zambe wa moyo, zambe wa moyo. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Yekelekele, yekelekele, oh mulina wani. Yekelekele, oh masia wani. Yekelekele, oh masia wani. Yekelekele, oh masia wani. Yekelekele. Haya, zunguka tu, twende 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 poa. Twende tu. Zunguka tu, twende. Yekelekele, oh masia wani. Yekelekele, oh masia wani. Yekelekele, masia wani. Yekelekele, masia wani. Mikono juu. Peperusha tu, twende basi. Peperusha mikono. Kama unapenda Yesu, inua mikono. Kama unapenda Yesu, shika kichwa. Kama unapenda Yesu, tingiza kichwa. Kama unapenda Yesu, shika mabega. Kama unapenda Yesu, tingiza mabega. Wewe tingiza mabega. Kama unapenda Yesu, shika loketo. Kama unapenda Yesu, tingiza loketo. Twende. Tingiza tena. Teremuka, 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 teremuka na Yesu asikuponyoke, umshike mkono, tembea na Yesu. Teremuka, 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 teremuka na Yesu asikuponyoke, umshike mkono. Haya, panda, twende twende. Wapi shangwe na vigelegele? Gaiwa kwa, gaiwa kwae, gaiwa kwae wamae, gaiwa kwa, twende gaiwa kwa, gaiwa kwae, gaiwa kwae wamae, gaiwa gaiwa kwa, gaiwa kwae, gaiwa kwawe wamage wamia, gaiwa kwa, gaiwa kwae, gaiwa kwawe wamage wamia, wambaralo, 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 wambaralo,
Now
vigelegele kwa Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Bwana. Pigia Yesu makofi ya juu. Haleluya, haleluya. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Yesu. Shangilia Bwana. Pigia Yesu makofi ya juu. Ametenda mema. Shangilia Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tupigie Yesu makofi ya juu. Yes. Hello. Mundu murathime ni murathime. Yes. Na ndangirumika. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Praise the Lord. Amen. Mundu murathime le murathime. Osio murathime na. Ate mundu murathime le murathime. Murathime na. Ona mogero kana momorume. Murathime na. Ona mogeni tana momorume. Kanida murathime le murathime. Osio murathime go. Kanida murathime le murathime. Murathime go. Ona mogero kana morume. Ate ona mogeni tana momorume. Ate turuke kisayuni. Turuke kisayuni. Turuke kisayuni. Turuke kisayuni. Turuke kisayuni. Turuke kisayuni. Tuibe kisayuni. Tuibe kisayuni. Tuibe kisayuni. Tuteze kisayuni. Tuteze kisayuni. Tuteze kisayuni. Tuteze kisayuni. Tuteze kisayuni. Turuke kisayuni. Emoyo Jesu emoyo. Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Nere kyode aina. Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Nere kyode aina. Atonyaga daime wa aduri. Ona ya maadira. Oduria karolea Jesu. Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Gai wakwana monane, gai wakwana monane, gai wakwana monane, gai wakwana gai. Gai wakwana monane, gai wakwana monane, gai wakwana monane, gai wakwana gai. Gai wakwana monane, gai wakwana monane, gai wakwana monane, gai wakwana gai. Gai wakwana monane, gai wakwana monane, gai wakwana monane, gai wakwana gai. Atena monane monane. Nedutira kwa ngoma Yesu yake onokia omone delalaha wega no tugi wake todoga irengai gai wakwane monene gai wakwane monene gai wakwane monene na gai wakwane gai wakwane monene gai wakwane monene gai wakwane monene na gai wakwane gai wakwane monene gai wakwane monene gai wakwane monene Engai wakwane monane, gai wakwane monane, gai wakwane monane, gai wakwane gai. Gai wakwane monane, gai wakwane monane, gai wakwane monane, gai wakwane. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kumenyera watho wa gai. Moyo na oge, naire kanero cia mwathani. Kumenyera watho wa Ngai muoyo na ugi na irekaniro cia mwathani iria
igaithiri tunaremi Korano cione ciaruo Nimaregire kĩrathimo Wona kwĩmenyerera Mũtheru ndarĩrwo mwana irimũ Nacio igatwarwo na kĩguũ Ratiria maĩ gwĩthima Wona waga kwĩrigwo Wĩthime ũmenye kana nĩguo No mũthenya Ngai wa thingu wa Iburahĩmu ithe witũ Kamea Mũrungu athikĩrĩria Mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie Ũtugi wa thakame na ma Ene wa mwĩhoko ngoro yakwa ndũgakire Mehia na waganu na mahĩtia thambia mbere Wĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu Nĩ ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nawe ndũtariĩtwo ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire akĩũra nĩ ũndũ warĩo Rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mũhianano nawe ndũtariĩtwo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe cia kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Tunakushukuru Baba, tunasema ni asante. Kila mtu anyoshe mikono yake juu. Fungua kinywa chako, mulilie Mungu. Mwambie unataka sasa kumsikiliza. Mwambie akufungulie tu kinywa chake nene na wewe. Speak to God. Just open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Speak to him. Mwire Jehova ndegũkũ nyũmba-inĩ yaku. Nyũmba-inĩ yaku yothingu nĩ ũndũ wa kũmatha ũthiũ waku Ngai. Hingũra kanua gaku ũrahe wega wa Mwathani. Ũrahe maũndũ marĩa mothe agwĩkĩire mega. Ũrahe wega na ũtugi wake mũnene wonekaneire naguo. It is a wonderful mwaka nĩ gũthira ũrathi gũthira na mwaka ũcio wathi gũthira wĩna kĩrathimo wĩgwatĩire kuma kũrĩ Ngai. Hingũra kanua gaku, fungua mdomo wako, mwambie niko hapa tayari nitumie kama chombo mwaka unaokuja. Just tell him I'm ready. Tell him I'm ready. Here I am ready to be used a vessel. Mwambie niko tayari. Wewe anaye tutazama, I am ready. Mwambie Mungu I am ready. Wherever you are watching us from,
Distance is not a barrier. We are also corrected. May God bless you. Open up your lips wherever you are. Speak to God. Mwambie, I am here. Here I am a vessel. I want to hear from you. I want to hear the blessings that you have for us. I want to hear the blessings, the blessings, the blessings. Command your blessings now. Command your blessings now. Command your day. Mwite. Amefungua masikio yake, is listening to you. Amefungua masikio yake. He is ready now to bless you. He is the God that blesses. The same God that blessed Abraham is here. The same God that blessed Elijah is here. The same God that was with Isaac. Yule Mungu aliyekuwa na Isaka yuko na sisi siku ya leo. Aliyembariki Abrahamu yuko pamoja na sisi. Yes. Aliyeokoa wana wa Israeli kutoka kwa minyororo, kutoka kwa mateso ya Misri. The same God is with us here now. He is speaking to you. He is waiting for you. Anakusubiri tu. Anataka kusikia neno lako. Unataka nini kutoka kwake? Anataka tu kusikia, what do you want? What do you want from him? He is ready to bless you. He is ready to anoint you now. He is ready to break every chain in your life. He is ready to break every covenant, every evil covenant. Yuko tayari kuvunja mikataba yote. Madhabahu yoyote yaliyoinuliwa kwako. He is ready. Anangoja tu kusikia sauti yako. Speak louder. When Jesus found Lazarus was already in the grave, he never whispered. He shouted. Make a huge noise to God. Speak as loud as you can. Speak to him as much as you can. He's awaiting for you now. The angels and the Spirit of God has taken control now. Roho wa Bwana amechukua ushukani. Ulidhania umewachwa, haujawachwa, yuko pamoja na wewe. He's lifting somebody now. I can feel in the spirit somebody is being lifted. Somebody is being empowered now. Somebody is being empowered now. Kuna uregesho. There is restoration. Chochote ulichokipoteza kinaregeshwa. Walichokiiba kinaregeshwa. Nyota zako zinaregeshwa. Walichukua mali zako zinaregeshwa. Waliacha kama wamekumaliza. God is renewing you. A renewance of the covenants. And God is setting a new army to fight for you now. An army has been set already to fight for your battles. Yes. Yes. Receive. Receive your restoration now. Receive your restoration now. Receive your restoration now. Receive your blessing now. Oh yes. Receive. Funguliwa sasa, funguliwa, 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 funguliwa. Funguliwa sasa. Yes. Waliokuwa wamekukamata mateka. Roho ambayo ilikuwa imekushika mateka. Imekuacha. Now you are free. Now you are free. Now you are free. Now you are free. Hivi leo nimejua wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Hivi leo nimejua wewe ni Mungu. Wewe ni Baba.
wewe ni Baba, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Hivi leo nimejua wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu, unastahili kuabudiwa. Tunaungama dhambi zetu kwako Jehova. Tumetumia macho yetu kutenda dhambi, tumetumia vinywa vyetu kutenda dhambi, tumetumia masikio yetu na miili yetu kutenda dhambi, hata miguu yetu imetumika katika kutenda dhambi, mikono yetu pia imetumika Baba, hata nyoyo zetu. Ninaomba msamaha, wasamehe watoto wako, tukumbuke tu ulisema hata kama dhambi zetu ni nyekundu utatusamehea. Ninaomba tu msamaha, ninaomba msamaha. Nimekanyaga kwenye madhabahu haya na kuomba msamaha wa yote ambayo tulifanya Baba, na kuomba tu utusamehe. Kumbuka watoto hawa hawajui walichokuwa wakifanya. Twakuhitaji, hatuwezi. Tulifikiria tunaweza tukiwa peke yetu, but we cannot make it without you. We cannot even move a step without you, Father. You are the God of mercy, God of deliverance, God of deliverance, God of restoration. Hear our supplications. Hear our prayers, God. Hear the prayer of your son. Hear the prayer of your daughter. Hear the prayer, God. We are here. We seek you. Usifunge macho yako kwetu. Usifunge masikio yako kwetu. Usituache. Don't leave us, God. Usituache. I surrender to you, God. We surrender. We surrender. It has been so difficult. It has been a mountain to climb. Without you, we could not have made it to be where we are. We have made mistakes, God. We have spoken against you. We have heard that which does not come from you. We have seen that which does not belong to you, God. We seek your merciful hand. We seek, God, that you may hear us. You may pardon your children. Pardon your children, Father. Tusamehe tu. Ndirikana ciana ici Baba. Baba tugatuthinĩkanie. Tugetekere Ngai tuthie moko-inĩ ma thũ. Tugetekere Ngai tunyitwo nĩ thũ. Tugetekere Ngai, tugetekere ona hanini. Nĩtũherete. Nĩherete mehia makwa. Nĩherete na nĩtũherete na ciana ciaku. Tũkĩte mbere yaku Ngai twĩnyihĩtie tũkĩmathia ũthiũ waku. Ngai ririkana tu. Ririkana tu ndũgatũtiganĩrie. Tũnyite guoko. Nĩwarekeire ciana cia Isiraeli. Rĩrĩa ciainamĩrĩire mĩhianano, cikagũtirika, cikora, cikagũtirika. Cikainamĩrĩra Ngai ingĩ. Tũtikinyĩte ha kũinamĩrĩra Ngai ingĩ, Ngai. Baba no mahĩtia twĩkĩte. Nĩma Ngai nĩtwagũthaitha. Ririkana bũrũri wa Kenya. Ũtonyetio moko-inĩ ma ngoma. Ũkahoithio mĩhianano. Ũkahoithio Illuminati. Ũkahoithio kwa ngai cia Freemasons. Ona ngai cia irĩma-inĩ na cia ndũire. Baba rĩ, augire bũrũri ũyũ nĩ waku. We nĩ ũrarehithia revival thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Ngai ũririkane. Kuma gathigathini nginya itherero. Kuma irathĩro nginya ithũĩro Ngai. Ndagũthaitha bũrũri wothe, mũhaka wothe harĩa ũgereire wa Kenya. Ndawĩrigĩra na thakame ya mũrũgwo Jesu Kristo. Atĩ thũ iria cicirĩtie kũnyita kũhũra Kenya. Thũ iria cicirĩtie kũrehe Kenya thahu. Thũ iria cicirĩtie gũtũma Kenya itũ yage kũrũgama. Oye Jehova. Ndagwĩta tu Jehova. Nĩwaikũrũkire Isiraeli makũhĩtĩirie kũrĩa Misiri na ũkĩmaruta ũkombo-inĩ. Ngai ndũigana kũmatiganĩria. Nĩwamũrire Musa na ũkĩmatwara. Ũkĩamũra Joshua na akĩmakinyia. Ona nyũmba ĩno Ngai reke ĩtuĩke nyũmba ya kĩrĩkanĩro gĩaku,
gĩa kũrehe ũthingu, gĩa kũrehe ũtheri, gĩa kũrehe tha ciaku kũrĩ ciana ciothe cia mwana wa Kenya. Baba, nĩ ũrĩ tha nyingĩ na nĩ ũrĩ tha. Baba, tũiguĩre tu tha, ũiguĩre bũrũri ũyũ tha, ciana ciothe na ndũrĩrĩ ciothe iria ci bũrũri ũyũ na mũthamaki wa bũrũri ũyũ othe tũmaiguĩre tha tu. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. You may be seated. Tachukua muda mfupi sana, 45 minutes, because I want also to be ready for the next service, that is in the evening service. And I'm happy to see you and I love you. I'm happy to see you and I love you. I'm happy to see you and I love you. Thank you. Baba, habari yako? I've been thinking about you. Sana, sana. I know what you are going through is so difficult. Is that true? They have sacked you. He has been sacked. Because of coming here. Hallelujah. He has been sacked. And every day, this man, hajaniambia lakini amekuwa akikutana na nyoka kama mbili kila siku kwa cupboard pale anafanya kazi. Is that true? Yeah. That is the reason. Umeziua. That is you have killed their God. Uliua Mungu yao. Sasa na wewe ukakae kwa Mungu yao. Yaani wewe una kichwa mzuri. Urage ngai yako ajoke ngoige gwakwa. Nitokori na kioko kiega. Ameua Mungu yao. Wanabadilisha Mungu mwingine wanaleta anaua. Umeua nyoka gapi? Kana malari. Odere no. Kutoka like for 2 years nimeua nyoka like 30 snakes in one compound. Sasa niambie ako na kichwa mzuri. Uwe busi zako, nichuge busi wewe uwe. Lazima ungefukuzwa. Walikuwa nakulipa pesa ngapi? 13k. 13k. Yeah. Ukae kwa hii nyumba ya Mungu. Yeah. Ukae kama Joshua. Kwa hii nyumba ya nani? Ya Mungu. Nitakuwa nikikupatia 15k. Thank you. Thank you. Isha digere ma kaniko nema. No ko daithia kumuheaga mbeca icio. Uko na nyumba, ulikuwa na kaa huko? Yeah. Sasa hizi vitu zangu nimeziacha hapa kwa 20k sako nini. Kwanza niende nyumbani Januari nikuje. Hapana. Uende nyumbani. Uende madhabahu ya kukadi na kuita nyumbani. Sikukaa yako alikuwa mganga. Uende nyumbani. Muende mchukue hizo vitu. Saa hii. Ni mdada na nani? Watu wawili barubaru. Vijana ni vitu mingi. Ni nini? Ni bagi mbili. Nani wataenda? Vijana mbili. Buju enda. Buju. Na wewe kibieni muende 20k mulete hizo vitu hapa. Durathi geshagi. In Jesus name. Durathi. Mago tomodio gakue. Hawedi. Na leo tuchage pesa tumulipie nyumba. Naenda nyumbani kwa sababu hana nyumba. Tutachaga pesa. Kanyumba kagiri idhatha tonikega nawe. Tunaweza pata nyumba ya 6000. Yeah? Ama 10. 10k. Yeah? Yeah? Kanyumba kasigo man. Yeah? Giri gapi? Giri 5. Nisaidieni hizo giri 5. Acha nitoe yangu. Nisaidieni giri 5 na unajua inakuwa na deposit. Nipatie. Na si ya sadaka, usiseme tulitoa hii ilikuwa sadaka. Toa sasa. Nataka giri 10, niko na 1. Nataka giri 8. Nataka giri 7,500. Lete tuma.
na M-pesa unatuma mingi, utumi kidogo. Kujura pesa guku fegini ndio yako sikuje tu huko. Yes, lazima tulipie huyu kijana nyumba. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Huyu jamaa alikuwa kujua pesa, mimi sichukuagi pesa kama imekuja kujo. Ulipatiwa huko kama imekuja kujo. Mbona unakuja kuja pesa? Taburukia noti. Kiu nikio kione kigiaku. Hiyo ndio uko nayo. You cannot kill. Hatuwezi kama uko na 10 bob ni yako. Kuna mtu alikusaidia kupata 10 bob. Si ni yako. Ndokimetaburukia uletigira ndui. Who are you fearing? Ati uko na ati wataniona nimetoa kapepite kamezeeka. Toa, it is your money. It is within your reach. That's where God has kept you. Makone wa ilimu waruta. Niohokete. Kai. Niohokete to ne jo ilima riria wa ilimu wari. Na ni kumara uma. Mwathani agocwo. Ni jo haria wa ilimu wari. Dia mwirire ne kakarifredi gakwa. Icio ndire ndaigua cigetire ndi guku. Icio kane mwatigire ko turendi icio. Ima kai retu gaitu. We mwega muno. Mwanake o no nginya aikare nyumba njega tumugurire. Itandani ni kugurira 2NK ndukuruta icio. Ndehe ngiri. Kuri andu mangiruta tobera tungiukona matharau. Regiri ni besa iceraga kwa mutumia uyu uguo. We ndume uthie niki wetereire guku kana urenda kumenya ni cigana? Thiurehe mirigo haha itire gicagi urathi. Matano ne mega yeni besa ta icio nicio cia kirathi giaku cia matano guthi na iguru 10,000 20,000 ndumite haha ikara haria iguru anyita ikwenda no andu a biashara mendaga gwitwa ni ahunyoku no athingura kebeti mwene ugakora kamilioni kagima gikarite kauka katari na mahuthiro no ngimwona ta gwiciane katukinyo kamuthirira kagia we mama toka kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. No kodelia yes ngapi? 5,000. Hapana, kutuma ni 5,000. Yes. Eko hiyo. Tarabe sisi. Dotare na ihenya tukamete haha. Alafu mage haha. Kora ina. Waterega kuhutia pesa nyingi ugu. Kwa pesa cia maratathi. Tiga kuhake giko. Itoka cia Karen ri. Ugatuoni yoriro. Titakuaga pesa cia maratathi. Ni no ikos araji aciara. Ni muri mwigwa kuri araji aciara. Toka cia Karen. Cia kuigana ni kuigoria tiga ugore etua. Toka cia Karen. Hena ingi haha ici haha nyingi. Coka cigana? Ihoria ingiri eno ĩmwe 700 300 leteni. Yeah? Hiyo hesabiwi. Tunataka ile tuna. Jaza. 200 more. Utirarehe. Adu pesa cia maratathi ni nywe ndiretia. Ati imefika. Ya kwenda wapi? Tumia kanua kau. Ilikuwa inaenda wapi? Timefika. Nafanya mchango naona sasa kuniambia imefika. Kwani utampatia sufuria? Odi urehe sufuria 3 no agiri yake. Naona ginyo ni arehe. Baba itu, habari yako? Yes Joro. Manjoro. Mnajua kama mtoto wako? Ndio huyu.
Father like what? Muinainire moko ĩ negera ithabu kana murenda njehera murece nĩ kwehera na ihenya nĩ mũrũgamĩtie service huyu mjamaa ako bati ya best bamba ako pande ya kanisa huyu ameapply pande gani kanisa ni ngapi 9 si mlikuwa mmesema imetosha tujaze sifike hatuwezi kuchukua 600 haraka wewe mudhere haigana nejugire ukiruta wira haigana wire wa CFF ego kone kwa thogu uria kone kwa kihikira gikuru wewe nacio atowe na ngiri tubuje ngiri urenda kuruta cigana mbere tanyita ici tatara icio njire ni cigana ni mantehe ni matandatu 1 2 3 4 5 ukuda urenda matatu haha niko kunengera uhakikishe huyo kijana amepata nyumba na kitanda na mattress na kila kitu. Tumemaliza hapo. Maigu yani ikagwire devil worshiper wakiwa tu attack tunawa attack immediately. Si ati tunaanza kusema oh yeah tutaopa yo yeah hiyo maombi weka kando kwanza fanya action mfanyage maombi baadaye. Ndio ninakwambia kama mtu akikuchezea akikuletea hasira mingi goga alafu muanze maombi baadaye. Neguo. Unajua ukienda kwa kanisa ya independent ndio maana napenda independent sana. Independent wanajuaga kuna demoni mara ngapi? Watu wangapi wa independent zamani? Inua mkono yako juu. Kanitha karo hirwa jora. Yes. Hao wanaamini kuna 3 demons. Hata mimi nilianzia mama yangu alikuwa independent, mimi nilianzia huko. Na ndio naonaga na kaka independent. Kuna demoni ngapi? Moja inazungumziwa na miheho. We demon toka. Na inatoka. Na kuna demoni nyingine si ya miheho ni ya kunyoroswa itoke. Na kuna demoni ya kugodhokerwa. We demon toka. Inatoka. So ina depend na ile venye umekuja. Ile ango utakuja nayo tutaongea na wewe hivyo. Kuna demoni ya kuchapwa na fibo inaenda. Kole demoni ono getura cigodhukagira citithiaga. Ciendaga kiboko. Kana Jesu ndekiri oguo. Ciarienda kawakuta kanisani. Ni kanitha yakwa. Mukimetua. Ajire mahoya baba rebekete ya rono saya reando lolololo ni wekire ekire atia oire kefoko todo numagirira Jesu ri hau murega tuhingie nikiri banyambura hau muyepukaga niki todo mundu ri okunumirira ikombe giki unyuire kiu tige kombe murega turumirira hau niki. Hallelujah. Gikombe kiu murega gukinyuira niki? Kiu kigiaga giko niki? Jesu athiria gikora mundu etako Batima. Uri wari gitumumu. Batimayo. Agitwira ndoro mata, teri, agitweka ndoro akihaka maitho. Akimwira thi withambe. Ithu ahunjia turega kuringa kiama kiu niki? Atene mata moru. Ma Jesu matiari moru. Kweshia maiki muepukaga todo ti decent according to the class. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm happy for you. Na asante sana kwa hiyo kazi mzuri na tuendeleze hiyo kazi. This is a church where we have to showcase love. Lazima without pretend. We are not campaigning. We are not showcasing, but it must be done. We must change lives.
Hiyo kijana mnamjua, huyo ni mtu nabii. Ni mtu mkubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. That is why they want to humiliate. Na guka yake alikuwa mganga. Guka yake alikuwa mganga. Saizi wanamtuma wapi? Ametoka kwa mtu wa Freemason. Wanamrusha kwa nini? Kwa mganga. Kwao aende akamaliziwe kwa sababu ameanza kujua. So kama mtumishi wa Mungu siwezi kubali akamaliziwe. Nitamuokoa kwanza. Ataenda huku akiwa sasa mtu amesimamia. Na tutamtafutia kazi. Ni mtu anajua landscaping. Kama huko na nyumba umejenga hivi majuzi, kama wailimu ya kunirare kile. Yes, mwanake sio muhe wira wa landscaping. Niwe ekaga kuria nikyo ale kwa madharau. Hallelujah. Fungua kitabu yako tusome Biblia sasa. Ndachukua muda mfupi, already nimechukua. Tunazungumzia kuhusu God's secret army. Give me high. God secret, jeshi ambalo ni fiche la Mungu. Ningepata utupatie version za Kiswahili, maana naona watu wengi hapa hawajasoma vizuri. Tia dhomu muno. Umuntu takaukiaje te kubo hujeria githongo rero andu amuheteria. Taimagine alisia kwa hapo alikuwa anataka kusema nini? Alisema malikuja makaenda makarudi. Sauli naye akaenda. First Samuel chapter number 10 verse 26 nasema Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea, na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa amewaguza mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unajua ya kwamba Mungu ako na jeshi lake ambalo limejificha. You may think that you are alone. Whatever you are doing, you are alone. Umeachwa kwa maana familia imekutenga. Familia watu wamekuinukia. Jamii imekuinukia. Kanisa limekuinukia. Ama uko katika kazi ya Mungu lakini it's like you are alone. A church like this one, you find that watu wamekuinukia, masengenyo yamekuinukia. Wale watu unafikiria ni marafiki zako, mnatembea na wao, kumbe wao ndio wanaoshika mmoja mmoja kumwambia unajua fulani anafanya, unajua apostle wetu anakuanga, apostle anaendanga. The very people you trusted to walk with, the very people you knew that these people cannot abandon you in the hour of need, kumbe they are the same people who are backstabbing you. Hallelujah. How many of you have faced such a challenge? That you thought this is my friend. You thought this is a family member. You thought these are people that are supposed to walk with me. But at the end of the day, ukakuja kudiscover this is the same person. Ile mashida yote, matatizo yote ambayo nimepitia, ni huyu mtu ambaye nimemweka hapa karibu. Tumetembea na yeye, tumeishi na yeye, anajua siri zangu, maana nilifikia ni rafiki yangu. Kumbe is a secret army of the devil working with you. As much as we have the secret army of the Lord, we also have the secret army of the devil. And they will walk with you forever. They will be there and walking every move you are making, they are with you. Mahali popote utatembea, they are with you. And they know every secret. They know everything that you do. Hata ukifanya hivi wanajua, nikiblinki hivi atakwambia anataka kitu. Na hakika hiyo kitu ndiyo kweli, hivi atakwambia. Kwa sababu amenizoea, ananijua. The people who will kill you are not the people very far away from you. The people who will destroy you are not people that are outside whatever you are doing. Kuinukiwa kwa nyumba kama hii haitainukiwa na watu wa huko kwa Manyuro ama kule kwende kwa Wajiru. Ni hapa. The holier than thou is here. Hawa ndio wataasa kusema, by the way, neno ya leo uliisikiaje? Unamwambia kwa nini? Unamwambia ilikuwa mzuri sana. Ai, leo umeangalia apostle, he was not himself. Umemwona he was not himself. Mimi hata wakati niliona akiingia hivi, kuna kitu niliona kwake nikaona he is not himself. Kuna pepo, kuna kitu kinamdisturb. Wanasaka hivyo. Kuna kitu kimemdisturb. Kwani kanisa imemsubua sana? Kwani kanisa ni kama imemsubua sana? Lakini hata yeye siku hizi mienendo yake sionagi ikiwa vizuri. Na ninaona ni kama tangu last month
Unajua ule wakati ule mama alikuja hiyo kanisa, wameanza kutembea na yeye, na nimesuspect ni kama they have an affair, but we shall pray for him. Lakini amewaja kama amepanda nini, urudi immediately, akimaliza kupanda bego anaruka, but we shall pray for him. That is a man of God. Huyo ni mtumishi, Mungu atamtumia huyo mtu akikaa vizuri. Unaona, atatiu huyo mtu akikaa vizuri tu, Mungu atamtumia mpaka dunia itashangaa. Lakini ameweka Mungu akikubali kukaa vizuri, kumaanisha kuna kitu anajua kama mtumishi hajakaa vizuri. Lakini the intention ya hiyo yote, anataka tu kupanda kabe, na akipanda kabe anaondoka, anaenda sasa kwa mwingine. Namwambia, by the way, siku hizi najua kama last 2 months hivi neno limekuwa kali. Neno lilikuwa mpaka apostle alikuwa anainua tu mkono hivi, unaona ma angels wanapita hivi. Lakini nowadays naona ni kama watu wamepunguza maombi. Sasa ati watu wamepunguza maombi. Si kuna intercessors? Ai, hapana. Hata kama kuna intercessors ni wa strong, lakini apostle mwenyewe ndio naona ni kama amepunguza kidogo. Wanawake wamecheza na yeye sana. Kwanza ukiona Koki ameingia kwa ofisi yake, unaona apostle anatokaga na sura ingine ya hasira, ni kama kuna mapepo wamemweka. Hata kanisa imeanza kujaa roho ya usherati. Sasa the main objective is not those all stories. It is to implant the secret army of the devil to start now working. Once they attack the leadership now, they spread the gospel downwards. Hiyo ndio kazi ya secret army of the devil. Likewise, we have a secret army of God that is so powerful that it will do your work whenever you are, as long as you've decided and you've chose to work with God. Many people have come to my office, wamekuja wanalia, wanasema this is happening. But every time I would listen to you, I want to hear, ulikuwa na shida fulani, karibu uanguke, ndio, karibu uende chini, nini ilifanyika? Mimi nilisikia tu kuna nguvu nyingine imekuja, nikaamuka, nikatoka hapo. Kutoka tu hapo gari nyingine ikakuja, ikaua watu wengine hapo. Najua hapo you are operating with the secret army of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. That's rescue that came to you. Hiyo rescue, uliokolewa. Hiyo ulinasuriwa kutoka kwa kitu. Kuna wakora walikuwa wamepanga. Nilipotoka tu walikavuja nyumba. Nilipotoka tu nikaambiwa hapo nyuma kulikuwa. There is a secret army of the Lord working with you. Kuna power. There is a power hidden. They were planning. They had already planned everything. They knew they have gotten, wamekukamata. They knew wameshika wewe. The target was on target. Only hawakujua venye ulipita, because kuna secret army ambayo ilikuepusha ikakupeleka the other side. Bwana Yesu asifiwe sana. So when these people who are planning to come now and they use that vague language against you about what is happening in the church, about what is happening in your business, about what is happening in your family, about what is happening somewhere, when that they plan, there is a secret army of the Lord that comes to counter. Na walikuwa wote wamepanga, wameambiwa ati wewe uko kwenye listi. Wewe uko kwenye listi. Kama sasa mfano, wewe tuambie huyu msana, wewe uko kwenye listi ya wale watu wanashukiwa. Niacha nijitumie mimi, kwa sababu niliona natumiaga nyinyi mnaanza kukasirika. Siwacha nijitumie mimi. Ama tukubali kutumia. Hapana, wote atakwambia watu wali. Sasa huyu anakuja anambia huyu, nimeona listi. Uko kwenye listi ya watu kama 7 hivi wa mama ambayo apostle ako na urafiki na wao. Hivyo na anamalizia hapo. Haendelezi sana hapo. Sasa anataka kukoroga kichwa ya nani? Nie ma. Oh Jesus. Oh my God. Jesus. I cannot do this. Jesus. Already ameactivate the venom that will start now burning you, destroying you. That's now what we call the secret army of the devil. That now they have activated
the venom. Now what you will be doing is defense. As you defending, you'll be talking to her. As you be talking to her, you have spread that venom. Na huyu naye atatoka hapa, ataongea na huyu, spread the venom. Na huyu atatoka hapa, atambia huyu. Na huyu naye spread the venom. Ilianza kakikuwa kakitu kametoshana hivi. But by the end it reaches there, it is an elephant. Hivyo ndivyo jeshi la shetani hufanya kazi. Bwana Yesu, they only pinpoint a small mistake. They just pinpoint kanywele. Unaona kama kanywele kama venye kamekaa kameparara. Sasa topic itaanza hapo. Topic inaanza wapi? Kanasema, najua when she came, the first time she came, I wish you saw her. She was driving a Mercedes. Her hair was the Brazilian hair. Was not this Chinese hair. It's human hair, original. Ilikuwa inafika huko. Baka ilikuwa inatembea hivi, unaona venye anatembea. Unaona nywele yake inatembea vizuri hivi. Lakini siku hizi yawa kanywele kamekauka. Hata nilienda karibu hivi nikaona ni mafuta ile inaitwa tajiri. Ndio imewekwa kwa nywele. Na ile nyingine inaitwa Aremis. Hata nikaangalia nikaona hata hakupaka vizuri. Niliona ni Aremis iko bado imebaki ile ya kukamua. Sasa una connect mtu anaendesha Mercedes na Aremis kwa kichwa yake. Unaanza sasa umepadwa bego, unaanza kuambiwa si tulisema tu. Nilisema hakuna mali anaenda. Nilisema alijaribu kukuja. Kuna mara 2-3 nilimkuta kwa Apostle. Na the way they were looking at each other, it was suggestive, very suggestive. Na ninaona hii ni kiboko ya Mungu. Final. Na anaondoka amefuga chapter lakini ameakisha moto. Sasa ataenda huko kukuja kuzima hiyo moto, atakuja na ndoo na maji kusima, na atasema hii kanisa inahitaji intercessors. Maana mchungaji wetu is on danger. Atamalizwa. Wale wanawake wameenda huko watamaliza huyu apostle yetu. I'm using myself. Nimeacha kuwatumia, sitawatumiaga, mnakasirika bure. Nikisema huyu sasa apostle venye anatutumia, hiyo vitu inarudi kutupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. So when we have that situation, you need to understand that God is there for you. Naye Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea. Kwake na nyumbani. Na pamoja naye wakaenda na kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa nani alikuwa amewageuza? Ni Mungu mwenyewe. So when you are right with God, God will cause people to walk with you. God will cause people to stand with you. God will cause people to fight your battles. God will cause people to come and do that which you seem so difficult. Maisha yanaweza kuwa yamekulemea. Kama sasa huyu jamaa, we had no information about him. But when I was standing here, Mungu akaniambia, this boy is in trouble. Na Mungu akaniambia msaidie. Immediately I acted an army of the Lord. Now the boy was, umesikia amewacha mizigo, malize ibada, apade airudi kwa guka yake kwa madhabahu. Sasa ile madhabahu inataka kumumaliza. But God has caused me to act to make sure this man does not go where he's going to be destroyed. That is what we call the army of the Lord. Hallelujah. Whoever that has given, hiyo pesa ilikuwa imepagiwa huyo kijamaa. Hiyo pesa ungejaribu kuipeleka mahali kwingine, ungepigwa slap. Hallelujah. Ungejaribu kwenda nayo mahali kwingine, ungepigwa tu, kwa sababu this money was not meant for you, it was meant for him. That was God gave you the money. That is what we call the army of the Lord. That he will provide for you so that you can be a source of hope to many people. He will battle. You go and battle with people, forces that you don't know. Have you ever found yourself atulisikia walipigana Mombasa na huko Nairobi na walikuwa wanapigania nini? Wewe. Huyu alisema nie dokwalia sia Kariuki nie dokwalia kuku. Yaani unauliza walikuwa wanapigana magumi kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alisema mimi sijaokoka vizuri. Na ikalimanwa because God has activated the army that fights for you. Wherever you are, in whatever situation you are in, don't worry, stay right with God
And God will provide an army that will fight for you. God will provide soldiers that will come and protect you. God will provide detectives that will come and stand around with you. You may think you have knowledge. Unaweza kufikiria uko na mipango mizuri, unaendelea vizuri, lakini Mungu atakureduce ndio kuonyeshe, I have people I have prepared somewhere that are going to stand with you. Hallelujah. You don't need to fight. Me, I was prepared kwenda kwa ordination ya Mama Nancy hapa. Mimi nilikuwa najua ni Saturday. Na nikatengeneza na tukakoboa gari kapi. Hiyo pesa utanirudishia. Tukakoboa gari kapi tuende tumsurprise. Sasa Saturday asubuhi tulikuwa naye. Saturday asubuhi tunaona picha ya jana. Ordination ilifanyika. Sio pesa ni ukoja ukalia. Bwana asifiwe sana. Kumbe God had sent other people to go and represent. That is how God will fight for you. That is how God will win every battle. So don't worry of what they are saying about you. Don't worry of what they are saying about something. God will cause something to happen. Wakati wana wa Israeli walipangiwa, please don't interfere. Set it na mtoke hapo. When God, utakuta watu walikuwa wakipanga maneno machafu, lakini kukatokea maporomoko ama kukaanguka kamilioni. Haleluya. Kukaanguka nini? Kamilioni. Kwa nyumba unashindwa kamilioni imetoka wapi? Kule walikuwa wamepaga. Na watu wote hao ni wanaume na wanawake, lakini kila mtu anaogopa kamilioni. Kakaanguka kwa mesa. Kila mtu akatoka na njia yake. Na in that process wakakoka mabilika ikamwagika, chai nguo zao zote zikamwagika. Mimi kule walikuwa nataka kwenda hawataenda. Who caused that? The army of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. The army of the Lord causes panic and causes them not to understand the situation. When he has decided to walk with you, to do your battles, wairimu, you should not be worried. Don't be worried. Hata hakuna siku utalala ja. No cia kuiga ndo kwamba kuona. Cia kuiga. Na cia gwikira kibeti ubanga yule wabanga noti ndo kwamba kubanga. No kuhut ndukararira na nyumba yaku ndikahingwo. Ginya urungu umunyo tumenya mututu the tumunyo. Okay. Together ukiuma hau roko nyitete microphone ino na kigo kire ukaria kia mbere andu ngiri imwe ne makahonoka. No utakiriria. My dear friend, urethia mukaria na kimundu mugabangana gigakurira. Orire mwabangana gikeherera. Nuonete uguo? Nuonete uguo? Mana iguru? Oga. Ndirikana wairimo, ndikumetaga. Maraka mama kuhereria makamwira nyita ici cia ndukinyura soda. Mbeca icio ane exactly ni cio arenda. Ndaki mundu kiu gitigocoka hau ringi. Na tene ameraga, before you eat, I eat. Before you take your breakfast, I take my breakfast first. Makuthi meire uguo. Na neka yuma tumite maroka mena meciria maria matene. No moka megukunengera kire urenda tu. Rent ndukahingirwo nyumba. Na nio megukomandwo nio mekuruta cia rent. So tulia uikare ufundithio nini ndiragutwarire thukuru uthome. Hallelujah. Uthome. Ukiuma hau ukanyita microphone ino. Ndukake uri muria ndekire kwa nganga. Ni kura ndorire kwa nganga. Ni cio kaido. Let it happen. This is the composition of a special anointed and dedicated arm. This is made up of warriors touched by God himself. The secret army. It is touched. A warrior, a team. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni watu wameguzwa na Mungu ambao wanasimama na wewe without reason. Hata ukimuuliza why do you decide to stand with that person? Hakuna reason. Wekelea hapa. Weka hapo kwa madhabahu. Tuondoe kwa hiyo madhabahu ya huko. Weka hapa. Isi wewe mutigatikira guthie. Ni muigwa? Mutigatikira guthie. Mwakinya hau tuenike imukarega mugacoka. Niugo ni darikia. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of 2 Timothy
chapter number 2, 2 Timothy chapter number 2, 2-3. Yes. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Wewe ni askari wa nani? Askari, si askari peke yake, bali askari mwema wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unashiriki taabu pamoja na nani? Na mimi. Ushiriki taabu pamoja na Mungu. Maana wewe ni askari mwema. Meaning when you are a soldier, you walk with God in an upright manner. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is when we sing, I am a soldier. I am a soldier. I am a soldier. I am a soldier in the army. I am a soldier. Which Lord are you an army for? You have been chosen to stand in the gap of being a soldier, to fight battles for Jesus Christ, to do battles for God, to do battles for everything. Wana wa Israeli walipowaambia wanakuja kuvamiwa na watu wa Sia na watu wa Moabi, wakapangana kuja kuwapiga. 3 nations mightier than them. What happened? Jehoshaphat was told to go and stand firm. Aliambiwa tu ainue dhabihu na atengeneze kitu kinaitwa praise and worship team. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you normally see me, I'm so careful na these people. Because this is an army that can cause you win a battle, and this is an army that can cause you lose a battle. Bwana Yesu asifiwe sana. In the church like this one, you must be very careful with this team. This is a team that the devil uses the most. Hallelujah. This is the department shetani anajua kutumia vizuri, because he is the owner. He is the founder. He is the one that started this mission. Hallelujah. So if you are not careful with these people, they will destroy you immediately. Because there is an army ready, can be used in either way. Jehoshaphat, we was told by God, stand still and see the deliverance I'm about to bring to you. Jehoshaphat had panicked, akafikiria, can I cause to create an army? Nitengeneze jeshi ya kwenda kupigana na Wamoabi, kupigana na Wasia, kupigana na hawa watu ambao walikuwa wamejipanga. 3 nations ambazo zilikuwa zimejipanga vizuri. What Jehoshaphat did, alienda kwenye madhabahu, akauliza Mungu, ni vipi tufanye hapa? Naye Mungu akamwambia, usitengeneze jeshi la kupigana, tengeneza a praise and worship team to go and do the battle. And he was like, how? A praise and worship to go and fight Uganda, Tanzania, and Burundi. There are 3 nations who are strong and mightier. It was like, it cannot happen. But God had a reason. He had already inserted missiles in the praise and worship team. He told Jehoshaphat, just go and prepare the army, keep them in the camp. Just for your sake, for you to understand. No, because I know you are not understanding how these things happen. Go and prepare an army. Then he was told, prepare the praise and worship team. Immediately he prepared. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakao muimbia Bwana na kumsifu katika uzuri na utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Mungu kwa maana fadhili zake ni za milele. Hallelujah. Kumbe walitoa hiyo wimbo hapo. Waizi wao. Ndio nashaka hiyo inakuwa na mafuta, kwa nini hiyo wimbo? Hata mimi nikiwa kwa nyumba nikiwezwa sana nasema mshukuruni Mungu maana fadhili zake ni za nini? Ni za milele. Hallelujah. Sasa wakati huo wameambiwa watangulize jeshi. Waliambiwa watangulize jeshi la nani? La kuabudu Mungu, si jeshi la silaha. Jeshi la silaha likuwe nyuma, jeshi la kuabudu Mungu likwende. Mshukuruni Mungu, wanaimba nyimbo nzuri za kumshukuru Mungu, hata sio za mapambano, sio za kusema kata 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 kata. Hapana, ni nyimbo za kumshukuru Mungu, maana fadhili zake ni za nini? Ni za milele. Maana in the army, in the power of God, the praise and worship team, that is where the power to win was put by God.
Meanwhile, for them to think they were also existing because God will never let you down, akawaambia tengenezeni jeshi ikae nyuma kisha nyinyi mtangulie. What happened later? Alafu wakaendelea kiendelea kumuimbia Mungu, wakaendelea kumuimbia Mungu. As they were singing, the other side, the three nations who had prepared to come and fight them, now walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka wavisiao juu ya Waamoni na Moabu, Kiswahili ni gumu, na mlima Seiri waliokuja kushambulia Yuda, nao wakapigwa. Nani aliwapiga? Who fought them? Have you ever thought? Who fought them? Instead of them coming to fight the children of Israel, walipigana wao wenyewe kwa wenyewe. Nataka kutangaza siku ya leo, maadui wako wote wataanza kupigana wao kwa wao. Mshukuru Mungu tu, maana fadhili zake ni za milele. Watapigana wao, watalimana wao, wataangushana wao, watamalizana. Hawatakuweza. You will not do any battle. You are a son of God. You are a daughter of God. You are not supposed to do any battle because the battles already have been done. The owner that does the battle is not you. God has done. Amesema leave every battle to me. Niachie maadui zako kwangu. Najua jinsi ya kuwashughulikia. Wewe ukijipanga na silaha nyingi, ukijipanga na mabunduki, God is not there. God knows that I will insert some power. Kwa wale ambao wataiba tu. Kuiba tu. Na vita vikashidwa. Wacha kulia ati uko na shida, matatizo. No, leave it to God. Just surrender to God. I'm telling you today, from today, nataka nikuambie kutoka siku hii ya leo, any battle that was against you, leave it to God. God will send his soldiers to go and fight. Askari aliye vitani hajiingizi katika shughuli za dunia. Maana turudi hapo kwa kwanza hiyo nyingine. Ngoja kwanza baba, wacha kunipeleka bio bio. Sasa wewe kwani umekuwa nini? Uko jeshi gani? It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and the others with them besides the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. Twende pale ulikuwa mwanzo kabisa. It's the beginning where they fight the nini? About 14 or something. And when he had consulted the people, he appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of the holiness. You see, it is the praise of the Lord and do what? And praise the beauty of the holiness. Not only sing, but look at the beauty of the holiness. What is the beauty of the holiness? The beauty of the holiness is touching the heart of God, that which David used to do. David alikuwa anajua ametenda dhambi nyingi sana, but whatever he did is touching the heart of God. And touching the heart of God revokes the judgment that already God has said. Revokes the impending plan of God against your life. Your enemies will not. Watapanga kokina huyu wataenda hapa chini, watanisegenya, lakini I will know everything. Ile kitu yote ulipanga, venye ulisugumusia huyo mtu, venye ulimupigia simu saa 8 usiku ukinisegenya, nitajua. I will know everything. Why? Because I know how to praise the beauty of the holiness. As much as I'm weak and I'm not holy. Mimi I'm not holy. Si mnajua kama mimi percentage yangu imefika wapi? I'm now 6%. I'm climbing. Pole pole tu. Nywe diagai. Me I'm climbing pole pole. Nywe ikagatia. Nywe diagai. I'm 6% saved. That's why you see my God fights for me, because he knows this is a weaker vessel. He will not fight for a strong vessel. He will not. He will not. You the holy of the holiest. You the untouchable. You the holier than thou. Who knows how to judge? Who knows how this man amelala na wanawake wangapi, ameiba pesa ya mtu gapi, aliongea namna gani, hata mdomo yake ilikuwa imejikuja, mdomo yake haikuwa mbrush vizuri, hata vidole zake za mguu zilikuwa zinanuka. You the holy of the holiest. Tagulieni tutawakuta hapo mbele. Ndiagai. Idue tutari ahonoku fio reke twitware. Wewe muhonoku fio. Igana kwa igana. Wewe muhonoku fio.
You don't know the percentage. You should know the percentage. For you to be able to walk with God. I'm also born again, but I know my percentage is 6%. Yes, kwa kitabu tumeandikwa. Najua kuna kitabu na kuna vitabu. Yes. Najua jeni. Kuna kitabu na kuna nini? Kuna vitabu. Sasa ujue kuna tofauti. He appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of the holiness as they went out before the army, and they were saying, praise the Lord, for his mercy endures forever. His mercy. Battles are won by God because of his mercy. Not because of how good we are. Not because of how Christian we are. Not because of how religious we are. Not because of how we know to praise the Lord. No. It is because of his mercy endures forever. If you see you are in a situation and God knows you, wait upon a few days. God is coming. Don't persist. Don't try to push your agenda. Wait for God is coming. Kama umejiweka sawa sawa, praise the Lord because his mercy endures forever. And something gonna happen anytime because he has done it. He has an army. He has prepared it. You don't know how prepared he is. Hujue mahali amefika. Wacha kungangana. Wacha kusema hori yako torosea. Ninasakara makota. Ninasekeria na makoto. Ninaeka makeria na makari na matuta. Wewe wacha hiyo story yako. Release yourself to God. Jiachilie tu kwa Mungu. Do his will. Sit. Jehoshaphat was told, sit down and see how. Now, when they began to sing, listen here. When they began to sing and to praise the Lord, the Lord set ambushes against the people of Ammon, the people of Moab, the people of Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Listen here. Can I repeat it again? Now when they had begun to sing, when they had what? So the only activation that is needed from you, it is to sing and praise God. That is the only activation. To conquer any battle, activate God in your life. To conquer every situation, you have to activate God in your life. You don't need to use weapons. You don't need to use your knowledge. You don't need to use your money. Just activate God in your life and everything will work. This man, as he was going to Nyeri ndio kwenu, alifikiria wacha misigu akuja kanisani. To do what? To activate. Hallelujah. Hakuwa anajua, but he came to activate. Angalia the activation venye imefanya kazi. The bag now is not in two and kai. The bag is in church tranquilly. Hallelujah. Kila kitu yeye mwenyewe rent netwaliha. Emulihira nyoba. Kawamaka. Do you know when this boy activated this? Mnakumbuka? When he activated what is now harvesting. Would you stand? Bujuka. Hadhuti. Ile suti iko wapi? Iko kwa nyumba. Huyu jamaa aliambiwa na Mungu anunue suti. Alete kanisani. Suti na hakujua aletee nani. Aliambiwa nunua suti na kamshahara kake kote. Ilikuwa ya pesa ngapi? 8K. Na salary yake ni 13. Akaambiwa na Mungu, ulinunua suti ngapi? Pili. Na kamshahara akalilete hapa hiyo suti hapa. Moja tukapatia. Si mnaona kabuji siku hizi ameng'ara sana. That is when you activated what you are harvesting today. He didn't know, but he obeyed the voice of God. He was told that is the only salary he had. Na hiyo ndio kukula ndio kutumia musasi ndio kila kitu. He obeyed God and took everything. That is how you activate. When you hear God telling you do this and you stop arguing with him, you don't argue anything. You activate an army that will start fighting for you. But the day you start arguing, unajua Mungu. Sasa hiyo Mungu amekupatia 1 million. Na katika hiyo mali 1 million uko na madeni ya 3 million. Sasa unaanza na argument na Mungu anakupatia 1 million. Kisha anakaa pale na kasturi na anaanza kukubalia, wewe peleka kwa kanisa ya Waruinge hiyo 1 million.
Sasa hapo ndio unaanza kufanya hesabu na muuliza Mungu, si unajua niko na madeni? Si unajua nimeenda mpaka mlimani kuomba hii pesa? Sasa unaniambia nipeleke huko gapi? Unasikia sauti, nimekuambia upeleke 1 million. Mungu, you are unfair. Wacha basi nifanye hivi, nilipalipe, nikadhike tumalima, nifugafuge tumashimo, nitapeleka 400, 600 nifugafuge masi. Sauti nakuja, nimekuambia upeleke 1 million. Then you argue with God and you defeat God. God is so easily defeated on those matters. He listens to you and he lets your opinion work because you are on a test. You are being tested. And if you fail the test, it will be more worse than how it was earlier. Then these people, now when they had begun to sing, to praise the Lord himself set ambushes. Your enemies will be ambushed by an army they don't understand, by a power they don't see. You will not be involved in fighting them. They will not come to accuse you that this is what you did. Just by obeying God, God will activate an army. He will activate soldiers. Ataachilia maflying squad, ataachilia jeshi. Jeshi itaenda itapigana na wao. Hautahusika. You will not be there. Utasikia tu maripoti. Hao waliumizana, walikatakatana na mapanga, waliharibiana, walichomea na manyumba, waliangushana, na haukuwa hapo, hata haujui. Ni maripoti zinakukuta ukiwa mbali. Just activate. Activate. Huyu jamaa, wewe nani ametoa 1000 hapa? Ni wewe. Lakini kutomera morogo neke. Wakanagiri. Na ina mwana wewe data taitube. God had activated. Alikumbuka ile suti ya huyu kijana, akaambia mama weka 1000, akaambia huyu mwingine weka 500, akaambia huyu mwingine weka 1000. I am going to show the work. I am going to show it is work. I am taking you to where the work of that money is. You will be seated and I will bring my servant. Na utakuwa msaada kwake. Hallelujah. Mwambie neighbor, don't fight. It's not your problem. Your enemies are not your problem. Just activate God. Activate God, he will send his soldiers. They are there. Oh, he set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, and who had come against Judah, and they were all defeated without Judah involved. We don't ask to help God to help you to do battle. Ask God to do the battle because the battle belongs to him. The battle does not belong to you. Baka unaomba baka sauti inaisha, unaanza kuomba kama ni Akristo. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. You see now, the people that were together, because Moabites and the Ammonites and the Mount Seir people, walianza kupigana wao. Tanzania, Uganda na Rwanda, they were planning to attack Kenya. But when God set an ambush, Tanzania ikalima Uganda. Na Uganda ikarusha makombora Rwanda. Na Rwanda ikarusha makombora Uganda. Na Rwanda ikarusha makombora Tanzania. Wakalimana to the last person. Without people of Judah getting involved. You tell your neighbor, I am not going to get involved. I'm going to involve my God on this. The situation that I have, it is not my situation. It is not my situation. It is God's situation. God is going to handle them that are disturbing me. God is going to deal with them that are planning to come against me. God is going to deal with them that have ambushed me. God will ambush them. He made sure all of them are destroyed. Walipigana wao wenyewe kwa wenyewe. Waliumana na marisasi na mabunduki wao wenyewe kwa wenyewe. Wakamalizana wao wenyewe kwa wenyewe.
Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitant of Seir, they helped to destroy one another. Koki na huyu walishikana kupiga huyu. Imagine mlianza pamoja, mlipanga pamoja kunipiga, ukaza ukalimana na huyu, kalimana na huyu. Kisha wakati huyu alimaliza huyu, akageukia huyu, akamulima naye akamulima. Now nataka kuimagine who was left. And how did the last person die? Because until the last person died, I'll tell your neighbor, they are going to be finished until the last person. And do you know the last person will not be killed by anybody? Did you know that? The last person will not be killed by anybody. He will kill himself. Hallelujah. Your last enemy atajiua yeye mwenyewe, atajiweka kamba mwenyewe. The last person ambaye walikuinukia pamoja atajiweka kamba. Ndio Mungu ikuwe udhibitisho ya kwamba yeye ndiye amewamaliza, yeye ndiye amefanya forwarding and clearing. All your enemies will be forwarded and cleared. Basi unaonaga mna mtu mwingine niliona kiniuliza, nisharedi wa nani? Kuniambia kuna watu wametoka kanisa, si wafuatilie. Wa nani? Ifuatilie nani? Ko nyumba ya baba. Onani kile moki huko. Nande moki. Davi, hadorade ketoletwa Synagogue mkokoine wake. Akwende. Sitafuatilia nini? Lakini kufukuza nitafukuza. Ukileta uchafuzi kwa nyumba ya baba nitakufukuza. Ngoko motigoka kwa miamia. Dito nida tore memenyereti. Hapa hii si church, this is an altar. Did you get me? This is not a church. Go to a church. This is an altar. I'm not your pastor, I'm a commander. You get me? Dokana jete pastor go need your pastor. Ni commander. Na joketa kodiri na mekora ile kanitha ine. Hiyo ndio kazi Mungu amenitia kunyamaria mekora yote. Huko mutikorehe okora. Mutikorehe masegenyo huko. Sio hapa. I'm not looking for money. I have money. Ni pastor ni masa itagado negetha kamuhodi gatiga kiure. Na sadaka na kashuje ga ikomisti kaole. Angalia mikono yangu. This is a hand of a millionaire. Look at the hand. Look at it. This is a blessed hand. This hand is a blessed hand. Yes. Nikiguza tu hiki millions zinakuja. So I will be the last person to compromise the integrity and the principles of the kingdom of God. I'll be the last person because I have no excuse. I have no excuse. I have a nice car. I drive a nice car. I have a nice home. I have money. So why will I come and compromise with you? Ujinga yako. Mungu amenipatia ile ingenifanya ni compromise na wewe. Amenipatia. Yeah? Na by the way niliwacha kuwa single. So when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked towards the multitude and there were their dead bodies fallen on the earth. No one had escaped. No one. No one will escape from you. No one will escape from the wrath of God. No one will be able not to be trapped. They will be all arrested and captured and they will be destroyed. Not by you. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Hallelujah. Next verse, please. Quickly, kidogo. We have so many verses today to read. When Jehoshaphat and his people came to take away their spoils. You see now? Understand that's hiyo nini? Understand that. Mnasikia kizungu? Vizuri. Mliesifuka klasi gani? Nataka hii uelewe. Kama ni Kikuyu tuweke Kikuyu. When Jehoshaphat and his people came to a land ya wa Moabi na ya nani? Na ya wa Amori na ya wa Wasiri. When they came, hallelujah, these are the people that had planned to kill them. It is an army, a nation Uganda, a nation Tanzania, a nation Rwanda that had planned to come and kill Kenyans. So when Kenyans
went there. Are you getting me now? Nataka tuelewane vizuri. When Kenyans went to Uganda, when Kenyans went to Tanzania, when Kenyans went to Burundi and Rwanda, what did they find when Jehoshaphat and his people came to take away their spoils? They found among themselves an abundance of valuables on dead bodies and the precious jewelries which they stripped off for themselves. More than they could carry away. They were 3 days gathering the spoil because there was so much. So the only work waiting for you, it is not to go and fight this battle. It is to collect their belonging. Hallelujah. They only found dead bodies. What they found there is what? Dead bodies and the jewelries and the gemstones and the precious stones. That is what they collected. Walikwenda wakaokota inaitwa green garnet, blue sapphire. Wakaenda wakakota mawe mazuri mazuri yaliyo ya dhamana. There were no people. They were all dead. You know, did you know that? When you die, you no longer be called Modo. Did you know that? How do they start addressing you? Mwere. Turahareria mwere to tware moshari. Mwere ne twiga mwere. Where did you go? Yeah, no. Udireko. Todru no ne twiga mwere. Ne tumakuiga mwere wega. Ali ciara direko. Na dirakiuga ali ciwe. Isi Kenyajui ari mwere ni Kenyajui no ni atiga gwitwo Kenyajui riu aretwo mwere ni twiga mwere ni twatiga twathambithia mwere ni twatiga Kenyajui ri athiaga ku Kenyajui anaitaka wapi? And when on the 4th day they assembled in the valley of Berash, for they blessed the Lord. Therefore, the name of that place was called the Valley of Berasha until this day. So the only work you have is to praise the Lord. The battle has been done. You have won the battle. The battle was not yours. They were all defeated. Now what you need to do is to give thanks to God for whatever he has done. So you did not participate to do the battle. What you needed is to lift up your God. When you are doing the praises, you lift up the Spirit of God. And when the Spirit of God comes to you, it brings the army that is vital for your struggles to win. Hallelujah. Give me Timothy. Is it Timothy? Yes. Give me 2 Timothy. As we move very fast, we are almost there. Wow. Time is really not with us. Are we there? You therefore must endure the hardship. What are the hardship? You must endure to be sustained in the presence of God. You must endure the hardship as a good soldier of Jesus. Once you endure the hardship as a good soldier of Jesus, Jesus becomes your commander. And when Jesus becomes your commander, he wins every battle for you. Now the masses, the powerful forces that is with you, nguvu zote za Mungu ambazo ziko katika maisha yako, unapomuinua na unapomkaribisha Yesu katika maisha yako, the army that is with Jesus becomes also your army. Hallelujah. The army that is walking with Jesus becomes what? Your army. Now you will win battle easily. They will be you'll be waiting for you to die, yet you are not dying. They will be waiting for you to be finished. You are not getting finished because they don't know who is fighting for you. They don't know who is in there for you. They don't know who is behind you. They don't know what is running around you. Until your God reveals himself, they will be all dead. Nobody will be standing. Hakuna. Wale maadui wako wote, hakuna atakayesimama when the blessing of God is coming. God will make sure they are not there to witness how he has done it. Because God will not want them to know the secret behind the win.
So don't worry what is happening in your life. Hata kama umewezwa na mzee, umewezwa na mama, biashara imekuwa gumu, kila kitu imekuwa mbaya, family wamekuinukia, don't worry about that. Surrender yourself to God. Surrender, because God does not fight with the power and the mighty. God will not help you when you are helping yourself. God will only help you if you are helpless. No one engaged in warfare entangles himself with their affairs. Did you understand that? No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. All what you need to do is to please Jesus Christ, that he enlisted you. Mwenye alikupatia kazi, akakufanya soldier. Just please him so that he can win and command battles for you. Don't need to fight anybody. You don't need to stand up against anybody. You need to stand the way you are supposed to do. Hallelujah. You need to stand in his will, in his plan, in his idea, in his position. Then you are going to be lifted up the way it is supposed. Give me Isaiah 41. I think I'll be finishing there. Give me Isaiah 41. Verse number 10. Fear not, for I am with you. To do what? Fear not, and then give me high. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So whatever is making you to worry, it is non-consequential. It is consequential. Watu wa Kisugu migi. It is what? Unconsequential. Unconsequence. It is unconsequential. Ini. Ni ini ama ni an? Ni in. Na ani ni gani? Hakuna. So ni in. Inconsequential. Mwalimu wetu alikuwa Mturukana. So wa Kisugu na alikuwa hakujagi shule. So behold, hallelujah. Behold, all these who were incensed against you shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. Who will make them perish, Caro? It is God, not your effort. Those people are 7 times mightier and stronger than you. Deuteronomy 7. They are 7 times mightier and stronger than you. So you cannot be able to fight them. You cannot be able to bring them down. Well, what you need, it is you shall seek them and not find them. Hallelujah. You will not find them. You will try to look at them and find them where they are. You will not be able to do or to see them, because the army of the Lord has taken place. Those who contend with you, those who war against you, shall be as nothing, as non-existent thing. Hallelujah. So I don't see why you've been fighting. I don't know why you're panicking. You will not see them. They will be like they are not existing. They will be like they were not there. All what you need is to engage the gear of the Lord. Just that is what you need. Engage the gear of the Lord. Everything will work out. Everything will do as it is supposed to be done. You will not even notice how it happened. You will only be awakened by the body thinking bodies. That is what will awaken you. The thinking what? Bodies. Because God has already done it. He has already defeated your enemies. He has already destroyed them. You don't need to go gang up with people. Let's come together and fight this battle. This is not your battle. This is a battle of God. You don't need to go and bring people together. Let's go fight this. No, don't go. Don't make a silly mistake. Just gang up with God. Yes. Gang up with God. He knows. Behold, I send an angel. Exodus 23:20. Behold, I send an angel before you to keep you in the way. Hallelujah. The angel to do what? To keep you in the way. Behold, I send you the angel. Not to go and eat with you. Not to go and have stories with you. But to keep you in the way. That's why. And to bring you
into the place not only to keep you in the way, but also to help you get into the place where God wants you to be. Bring you into the place which I have prepared. This is another wonderful. This is another new revelation that you, even the place you are being taken, it is not the place you prepared. He prepared the place for you. He prepared everything for you. Don't worry, because you are only to walk. Utembee tu jinsi Mungu anataka utembee. The rest is well organized. The rest is well planned. You will come from America. You will come from Britain. You will come from Germany. You come from Canada. Not without anything. But as you reach, you find everything God has planned. You don't need to worry. You come from Nyeri, come to Nairobi. You see, this guy was going to Nyeri, but God had prepared him. He's going to sleep in his house. Hata ile wasiwasi yako nayo, mudo ikaraga ati nyumba ikae ya gukombora. Hiyo ndio wasiwasi ile yako nayo. Si ati naenda kukaa wapi, wasiwasi mudo ikaraga ati nyumba itali kabadini ya Radi Road. Because God had prepared. He had prepared people that are going to stand with you. He's going to prepare people that are going to do the battle for you. Hallelujah. Behold, I send an angel before you, you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared. Had you prepared to rent a house today? No. Classic example of God. He just decided, now that I've been chased from this compound, let me go home. I'm not going to fight. I am powerless. I'm not going to fight. And God looked at his heart. Immediately he activated an army. And an army has acted. God is happy with you. Hallelujah. Whoever that gave for this man, God is happy with you. Because you have done exactly how an army of the Lord. In the book of 1 Samuel 2 verse 9, he will guard the feet of his saints. Ooh. I didn't know that. That he will guard the feet of his saints. But the wicked shall be silent in darkness. For by the strength no man shall prevail. Oh, the wicked. Wachawi watabaki. Ndani ya giza. They will be in the giza. Kazi yao watawachwa wakibakibaita. Watawachwa wakifanya maneno ya ujinga. But there you will be guarded. Your feet will be guarded of his saint. But the wicked shall be silent. The wicked. They will be silenced in the darkness. That is how we will be singing, as God has done the job for us. We have no business going to wrestle with the cockroaches. Cockroaches. Sasa mimi nianza nikupigana na makokorochi ya kuseganyana hapa. That's a cockroach. It does not need me, na nindi doom. A cockroach, does it need me? Atidide kuna na muiko. Right, cockroach. Right, cockroach. I have many things to do. I'm a special person, given a special assignment. And I'm in a special field doing the special assignment from God. I have no time fighting cockroaches. Atewira kwanya je kuraga gogoni. Tedide hadarfa inira rwageta dagihinya nakatudhu piki kadesheo. That is not my time. That is left for who? For doom. Ni doom sasa hapana. Doom. Ni doom. You just and then you close the door, you go. Utakuta zote zimeinua miguu na juu hivi. Zote zimefanya nini? Yeah, that's not my business. That is not your business. Don't deal with cockroaches. Dana gogo ndeto tide katurejera. Jera niko to tide gawira akura ka gogo da one by one. Killing because you are not busy. Now we are busy people. Hallelujah. Now we are nini? We are busy people doing busy things. Yeah.
Kings 6:16. So he answered, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Those krokro. Najua tulilipa school fees ndio tufundishwe Kiingereza. Najua ubaya sisi, mimi ile language kwanza nilijua kwanza kabisa ni Kikalenjin. Because I was born in the Kalenjin land. So my first language I learned in Kikalenjin. The second language nilijua ni Kisii because we were at the border, pale Sotik. We were at the border, so I knew Kalenjin and what? Because even our own mother was speaking to us Kisii because we forced her to do. But when she realized she's making a mistake, that woman you saw here, that's a very dangerous woman. Alichukua kiboko akatengeneza kiboko nyahunyo. Tukusikika tu ukiongea Kisii ama Kikalenjini, unawekelewa ya mgogo. Na huyo sijui kama aliambiwa hawa si watoto, because alikuwa anatuchapa ni kama ni wanyama. Alikuwa na nuna afude horago ni watu horaga. But he saved me because ningekuwa Mkisii. Sasa ningekuwa nakwambia haki mwato nyari de. Yes, I could not sikejua identity yangu because that is where I grew up. The first language I knew ni huko. So I didn't have a mother tongue. And when you lack a mother tongue, you lack your culture. You lack your foundation. You lack where you are going. You are a headless chicken. Hallelujah. In the verse 6 of 2 Kings, chapter 6, it's verse 17. And Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes, that he may see. Then the Lord opened the eyes of the man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and the chariots of fire all around. Gehazi before was unable to see, to know. He saw people surrounding them. And he went to Elijah and told Elijah, the people around us, watatumaliza, we are going to die. Mother, then he told, because Elijah had another eye that this man didn't have, he asked God, because he knew the only way to this man to see is going back to God, because the owner of what I'm seeing is God. Hallelujah. So I cannot command you to see what does not belong to me. I can only go to the owner, the God himself, to ask him, open also the eye of this girl to see what I'm seeing. Hallelujah. Open the eyes of this young guy to see what I'm seeing, because he is not seeing what I'm seeing. Why he's not seeing what I'm seeing? Because God has decided for this young man to see, but I has opened my eyes. Ask somebody. Just open your eyes. Ask God to open your eyes to see things that are unseen by the normal eyes. When they have come against you, they are planned against you. Wamepanga kukumaliza, wamepanga kukuagamiza. Don't go fighting them, because what they are fighting you with, you don't see them, you don't know them. Until your eyes are open to see, to know who is the idiot, who is the cockroach, who is the panya and the what? The focus. You know, in church we have moles. Did you know in church we have moles? There's a spirit, nitakufundisha hiyo spirit. The spirit of a cockroach, the spirit of a mole, the spirit of a rat, the spirit of a spider, the spirit of a mosquito, the spirit of a squirrel. We have squirrels here. Hallelujah. We have squirrels in the church. We have mosquitoes wananyonyaji kila saa. Nisaidie na affair. Unashidwa. Yeye anakuonaga fair. Kwani yeye anafikiria kama wewe unaendaka kutoa pesa wapi? Central Bank. Hakuna siku anaweza kuja hata siku moja kusema nakubariki. Shika hii nakubariki. Yeye kila siku nimekaa baya, nimekalia. Wanasema ngaje? Yako wapi nani? Wanasema ngaje? Nimekalia nini? Nimekalia mawe. Sasa kama umekalia mawe, nani alikwambia ukalie? Si uinuke uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, that's a spirit of who? A mosquito. Kazi yako ni kunyonya tu damu. Na ikinyonya hapa inaruka kule kwingine, haijali, inaruka kwa huyu inanyonya. Na haijali imefanya kazi nyingine inanyonya, inaenda kwa haijui hii ni O negative na hii ni AB. Haijui kichanganyikana kana kufa.
Kwa sababu kamenyonya na kamenyonya ingine hii. Kana kufa because kamechanganya damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. How many of us are blessed until hapo tuko hapo? Gari kubwa, are you blessed? Thank you very much, because I know from today you are going to activate the secret army. On that day, tuangalie mambo ya Esther kidogo. On that day, King Ahasuerus gave Queen Esther the house of Haman and the enemy of the Jew. Listen here. Hii ni mkali. On that day, King Ahasuerus gave Queen Esther the house of Haman, the enemy of who? Who was given? He was given the house of who? The enemy of who? And Esther was a Jew. Esther was a Jew. And now Haman was the enemy of the Jew. And God gave Esther, the king, Ahasuerus, gave Esther the house of Haman and the enemy of the Jew. And Mordecai came before the king, for Esther had told how he was related to her. Then, so the king took off his signet ring. You see how God fights for you? Haman had prepared to finish the Jews completely. You see now what is happening. The king himself removing the signet ring. The signet ring, it means a covenant. When I give you my ring, it is a covenant. The king's covenant. The ring of a king is not a ring of a wedding. It's a ring of a kingship. It's a ring of power. So when the king took off his signet ring, which he had taken from Haman, and gave it to Mordecai, and Esther appointed Mordecai over the house of Haman. So they will appoint you to rule over your enemies without having fought the enemies. Hallelujah. They will appoint you over the enemies to control your enemies. They will anoint you. They will give you the power. They will give you the signet ring, and you will rule. Utaongoza, utatawala maadui bila kupigana na wao. Utawakalia bila kupigana na wao. You will fight them. God will have done the battle for you. Simusimame. Umwikaletie theke na nimuhotanire bara. Simusimame. Na mulete sadaka, museme asante kwa Mungu, maana vita imemalizika. Yes. Kana kuthia gate. Praise and worship. No kinya mwiro muine nigetha muine. Mutiramenya ni muhotanire tho. Baby. Ni sadaka unatoa? Toa tu haraka. Wewe ndio mtu wa kwanza wa praise team kuona akitoa sadaka. Wengine nasikiaga wanasemaga nimehodhete. Vitu hizi ndio ulitaka sadaka? Kana wewe hodhire. Leteni sadaka zenu haraka haraka. Sitaki kwenda sana because of the next service. Wekelea tu hapa. Yes. Na leo mletee mtumishi wa Mungu kikombe. Nataka kwenda Serena. Na si huko peke yangu. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu. Usiyeshi mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni usiyeshindwa,
usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa. Baba usiyeshindwa, usiyeshindwa. Haushindwi Yesu, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa. Sema usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa. Sema usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunakutukuza Baba, tumesikia maelezo na mafundisho yako. Tuongoze, utubariki, uwafanye hawa watoto wako wakutane na jeshi lako, jeshi likawapiganie, jeshi likashinde vita zao. Mizigo waliobebeshwa na shetani ikaondolewe na jeshi lako. Activate them now, activate them now, activate. Nasema kwenye sadaka hii, let it be the activation of the sacred army of the Lord over your life, that from today you are no longer going to fight any battles, because all these battles belongs to God. These battles belongs to God. You will win every battle. Do not lift up your finger fighting them. Let God do his fighting. Do not fight any enemy. Allow God to do his own. He has given you power. Lift up your hand as you receive the power from heaven. The power to be able to conquer your enemies. The power to be able to triumph over snakes and scorpions and to hurt you. The power to be able to defeat them that have plans against you. The power to be able to destroy all the maneuvers of the devil. The power to be able to bring down all their territories and all commands. The power to bring down all their signals and all their satellites. They are not going to be seen anymore. The power to take it, the power to control, the power to win, the power to win. You are a winner now. Receive. Open your lips now, thank God. Open your lips, thank God. Mwambie asante. Asante for you have activated me. You have activated me to be qualified to have soldiers that are going to fight for me. To have an army that will be fighting for me. To have an army that will be winning battles for me. I will be able to win this battle. In Jesus' name we pray. Amen. And now may the grace I want to meet all men. All men. You'll be seated on this. All men that you're here. And Pastor Dominic will be able to be speaking to you as I come. As also women have your other side, I also want to speak to the women. And the youth, you'll be on this side. I also want to